You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. I just call you Yahweh today. You are my Yahweh, the most high God, the most precious God. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh. Yahweh, oh, you are Yahweh, Yahweh, oh, you are Yahweh, you are Yahweh. Just call him Yahweh. Call you Yahweh, Jesus. My God, my Yahweh, my provider, my redeemer. You are the most high God. Oh, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship thee, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you, mighty man of war, Lion of Judah. We bow before you, Jesus. Our Father, and worship you. Call him Yahweh. Receive my worship, Yahweh. Come and do. Come and do what only you. Yeah, mighty man of war, and Lion of Judah. We bow before you, Jesus, and worship your holy name. Just accept us, Jesus, Yahweh, Yahweh, come and do, come and do. Hey, mighty man of war, Lion of Judah, we bow before you and worship you. Oh, Yahweh, Yahweh, come and do.
Yesu, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu, umenitendea, umenitenda mema, umenitendea mema Baba, kwa umbali ambao nimefika Yesu, umenitenda Baba, umenitenda mema, Baba, umenitendea mwaka wote Baba, umenitendea mema, nimeona mkono wako, oh Yesu, Baba, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda, oh Yesu, Baba, umenitenda mema, umenitenda mema, Baba, umenitenda mema, oh Yesu, umenitenda mema, Baba, umenitenda mema, oh Yesu, umenitendea mema, Baba, umenitendea mema, umenitenda mema, ewe Yesu, Baba, umenitenda mema, nimeona mkono wako Baba, you have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus, you have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus, you have done me well. Just say you have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Oh, hey, you have done me well. Yes, you have done me well. Nataka tuimbe na kanisa, umenifanya, umenitenda mema, ewe Yesu, umenitenda mema, Yesu, huu mwaka utakuwa mwepesi Yesu.
Yesu umenitenda mema. Father Lord, I cannot imagine that this is the last day of this year, that you have enabled me to see it. Imegharimu mkono wako Yesu. Umenitenda mema. Basi chukua nafasi yako, mwambie tu Yesu asante kwa kunitenda mema. Mwambie tu Bwana asante kwa kunifanya mema. Yesu, ningemezwa na adui. Yesu, ningemalizwa. Yesu, singefika umbali huu isipokuwa ni kwa wema wako na mema ambao umenifanya, isipokuwa ni kwa rehema zako ambazo zimekuwa juu yangu. Uovu wangu ulikuchukiza, matendo yangu maovu yalikufanya Baba hata ungeniangalia wakati ule, lakini neema yako Mungu na rehema zako zimenifikisha umbali huu. Just take your time and thank the Lord. Just have your moment of thanksgiving to the Lord. Inua sauti yako, mwambie asante. Baba, imegharimu mkono wako ndiposa tufike usiku hii. Kwa hakika ni wengi ambao wamebaki katikati. Ni wengi ambao walibaki shimoni lakini mimi ulinichomoa. Ni wengi ambao walipotea lakini mimi ulionionekania Mungu wangu. For sure you have done me well, Jesus. You have done me great things. Oh Jesus. Niseme nini mbele zako Baba ila kulishukuru jina lako? Nikulipe na nini Baba? Na vyote ni umenipa Mungu wangu. What can I render before you? What can I render before you? Just receive my thanksgiving, oh Lord. Just receive my thanksgiving, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asante, asante, asante Yesu. Asante, asante Baba yangu. You have done so much for me, I cannot tell it all. You have done so much for me, I cannot tell it all. This year, Jesus. If I had 10,000 tongues, still won't be enough to thank you, Jesus. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render to you, Jesus? For you have done, for he has done so very much for me. Oh, what shall I render? What shall I render? Nitakupa nini Mungu wangu? For you have done very much for me. For he has done so very much for me. Oh, what shall I render? What shall I render to
Toigane wega, toigane wega, toigane wega, toigane wega, toigane wega, toigane wega, ne toigane wega kai, toigane wega, toigane wega, toigane wega, ekejugane wega, toigane, 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 toigane wega, toigane wega, toigane wega, toigane wega. Thank you. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame tu hata kama tunasikia kulala. Ningeomba sisi yote apart from the worship team turudi pande hii, na wako hapa turudi pande hii. Tujaze huko kwanza. Bwana Yesu, alafu mumefika? Karibuni sana. Welcome. All of us who are on this side, let's go to the other side. And everybody on this side, so that we can have some good air on the other side. Thank you. Thank you very much. Yeah, let's make sure we fill every gap that is inside. Ndio tuanze kufanya na kukaa venye Mungu anataka tukae. Thank you. Only the praise who want the worship ambao. Thank you. Thank you. Ninajua you're so eager to hear what the Lord has in for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Salimia mwenzako, mwambie sasa tunaenda kuvuka. Na naona watu wanasema tunaenda kuvuka, lakini sura imekaa ni kama ile ya juzi. Mwambie tunaenda kuvuka ukismile. Bwana Yesu asifiwe. Just smile. Smile kwake, mwambie we are crossing over. Oh, mwambie the storm now is over. Hallelujah. Mwambie the storm is over. We are crossing over. Oh, nikisuku amujui. Mwambie tunaroga mwaka. Tunaikia mwaka iki au ni kwa. Tunaikira mwaka oge. Pigia Yesu makofi basi. Wonderful. Wonderful. It is so glorious to see you again. I'm happy to see. Hi. Nimekuona. Yeah, I'm so happy to see you once again. The last time of seeing you in the last hours of the last what? Of the year. We are getting now to a new year. A new year full of blessings. Hallelujah. A year that God will control you. Tell your neighbor, a year that God is going to take over. A year that God is taking over. Mwambie kama wewe ulikuwa unanifikiria utanitawala, Mungu amechukua nafasi yake. So I want where is this Beatrice? Ameenda tena wapi? Nataka tuingie kegosho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuingie nini? Kegosho ikamatwe baka gozi yaguke. Nataka kuona gozi imeanguka saa hii. Wewe unajua kegosho? Kuja. Acha na Beatrice ameenda kutembea, ameenda
kuangalia ndugu yake pale nje. Hebu jitayarishe, tengeneza nafasi. Amen. Yes. Tengeneza nafasi vizuri. I want you to dance like you've never danced. I want you to jump like you've never jumped. Amen. I want God. Nataka nikwambie, can I give you some breaking news? In this hall, the angels are more than you. Amen. Yeah. So ukiringa ukiringa shauri yako. Can I give you another breaking news? The blessings are more than your number in this church. Whoa! Yes. Yes. Hallelujah. Yaani kuna blessing nyingi kuliko nyinyi mwenye mko hapa. Amen. This is an year that you will never regret on earth. In Jesus' name. Amen. It is a year that will just be a blessing to you. The coming year. Because at the end of it, tukifika saa 6, kabla saa 6, kila mtu atakuwa na kandoli yake. Oh yes. And we shall light up this nation. Yes. We shall light up the gospel. We shall light up the revival. We shall light up. We shall light up this nation. We shall light up the ministry. We shall light up your life. We shall light up everything that pertains to you. Hallelujah. Wale walikuwa wamezima nyota zako, we are going to light them up. Yes. Walisema hautafaulu. Wacha nikwambie, hata Daudi ametoka uko Ingo. He is here with us. Yes. Daudi wa Tongoreni. Bwana Yesu asifiwe sana. That we are going to light up your life. Tunaenda kuhakisha. Yes. Nyota zote ambazo zilizimwa mwaka wa 2023. Kama kuna mtu alikwendea kwa mganga, kama kuna mtu alienda kwa mchawi, kama kuna mtu alienda kwa diviner, na kama hata wewe ndio diviner, it is the end of your divination. And the beginning of the greatness of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are you still alive? Very alive. If you know you are still alive, lift up your 2 hands. Kama unajua wewe si mchawi na wewe si mganga, inua mikono yako miwili. Unajua wanawekanga uchawi hapa. Nataka ianguke. Inua mikono juu yako mbili. Sema haleluya. Tingiza mikono yako. Inua mikono yako. Tingiza mikono. Wapi ndio? Wapi vigelegele? Wapi vigelegele? Wakati wako tayari kwa kikosho? Tutaanza ni safari tunaanza. Usilete ile maneno yanu ya dadora. Tunaanza safari. Tutaanza kwa Wakikuyu, tuende kwa Wajaruo, tuende kwa Wakamba, tuende kwa Waluya, tuzunguke Kenya mzima. Amen. Tutamalizia na Ndauo. Kujeni hapa. Kujeni hapa. Msisubuliwe na watu. Simama hapa. Sasa nyinyi ile kazi mtakuwa mkifanya ni gani? Kuja hapa. Simama hapa. Simama hapa. Hapa juu. Mama tu hapa. Simameni tu hapa. Hapo. Enda hapa juu. Kuja hapa. Enda soba. Sasa hapo ndio mtakamatia kitu So, ni shosho ni na Kimasai. Gogo. Sasa hebu fanya hivi twende. Yes. Sasa mtatupeleka na Rieng. Amen. Mtatupeleka na nini? Na Rieng. Sema tutapelekwa na Rieng. Tunapelekwa na Rieng. Kama hujafikisha age ya kukuwa na kijana na kuambia form ni aje, ujue bado wewe ni mtoto. Haya, twende kazi. Hebu tusikie. Ngoja kwanza. Acha kiherehere. Keyboard. Hebu kamata kitu nisikie. Mtu wa gitaa.
Hebu tusikie sauti zenu. Sema twende kazi baba. Sasa hebu kwanza nione. Are you ready? Yes. Are you ready to receive him? Are you ready? Are you ready for the blessing? Yes. I'm not going to preach tonight. Yes. Don't expect my preaching tonight. Expect the visitation. Kila mtu ataguzwa na Yesu. Kila mtu ataguzwa. Haya, twende kazi sasa. Wakekoyo. Tuanze na Wakekoyo. Wapi makofi ya juu na shangwe na Haya, vigelegele? makofi ya juu. Makofi ya juu. Hey! Ya juu, makofi ya juu. Kaiwa kwa Hallelujah.
Yes. Bwana apewe sifa. Amen. Tunasifu Bwana bado. Tunaendelea kusifu Bwana. Na kuliona mundu ina furana Ngai. Jiforce tu kutoa sweta ama uweke tu kikoi chini. Na uambie jirani yako akupe nafasi tuweze kusifu huyo Mungu. Hallelujah. Yes. Kama mpenda Yesu inua mikono. Kama mpenda Yesu inua mikono juu ya kichwa chako. Pigia Bwana wetu Yesu makofi. Kama mpenda Yesu inua mikono, weka kwa kichwa, kwa mabega, shika loketo, zunguka 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 zunguka, telemka 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 telemka, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haro, ninakuatia Ngai wako. Ninakuatia tata. Ninakuatia Ngai wako, ninakuatia tata. Oh, ninakuatia Ngai wako, ninakuatia tata. Ngai wako
Yesu. Makofi, makofi kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Wakikuyu tupo katika nyumba. Halo. Turukie Yesu, turukie Yesu. Gaga
Mungu ni mwema na ametenda mema. Mwambie Bwana ni asante ni kwa sababu ya ubali huu. Mwambie Bwana ni asante, ni asante. Mwambie Mungu ni asante kunipa nafasi ya kukusifu. Imegharimu mkono wako na nguvu zako Bwana, kwa jina la Yesu. Bwana usemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Oh Bwana usemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu
Mwambie Mungu, mwaka huu nimekuona
Nimeona mkono wako mwaka huu uliopita. Nahitaji kukuona zaidi. Fungua tu kinywa chako. Fungua tu kinywa chako. Mwambie Baba, I need to see you the more. Nataka kuona utukufu wako zaidi. Talk to him now. Open your lips. Open your lips now. Fungua kinywa chako. Mwambie Baba, you are the only Father I have. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the Master. As the angels now have taken over, the Spirit of God has taken over. Oh, Ramazayando Loboselala, Ramasekandori Naseyando Lobese Akataya, Yendelebo Serana Iko Shentayalana, Yelebo Sayarina Mosayalana, Weo Mokai Wegai, Ore Mohotani Fafa, Never Vaikorokerashana Isigai, Marietu, Utiangoroshia Ogai. Otia shiana ishigai, shiana ishinyosho ina maretwa, maria mode magereire mode ni umoe. Nimokite huko ni udo waku, niwe mokite komado dio waku gai. Oh, maikorokere, toikorokere nyobe no gai, roho waku ni oke gai. Araika kuni maharuke. Totirega yoke twetereire ni wetereire. Uikareire gete gyaku giothamaki wakinyiria nyarire ciaku. Onyitete mutheki wothamaki. Tuthamakire Ngai. Baba. Tuthamakire Ngai. We Ngai wombire iguru kiumba thi. We niwe mwene thĩ ĩno yothe. Twaera mehia maitũ. Fungua kinywa chako tu. Zungumza naye. Anasema masikio yake ashayafungua kwa sababu yako. Amefungua masikio yake kwa sababu yako. Amefungua masikio yake kwa sababu yako. He's waiting to hear from you. Niwetereire. Umwire uri okwenda. Niwetereire. Zungumza na yeye. Zungumza tu na yeye. Mwambie tu yote. Fungua moyo wako kwake. Fungua moyo wako kwake. Sifa na utukufu ni zake. Sifa na utukufu ni za Baba. Yuko mbinguni. Yuko mbinguni. Yuko mbinguni. Yuko mbinguni. He is in heaven. He is in heaven. He is waiting to hear from you. Anaongoja tu kusikia. What do you want? Speak to him. Alianake tu. Mwalerie tu. Mwalerie. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Baba, katika jina la Yesu Kristo, utukufu wote na ufalme ni wako. Umeketi kwenye kiti cha enzi. Nyao zako zimekanyaga chini kwenye ardhi kwa ajili ya usisi. Tushike mkono maana hatujiwezi. Vile ulivyomshika Musa mkono, ukatembea na yeye, ukapasua bahari kwa ajili ya Musa. Pia na sisi tupasulie bahari kwa ajili Baba watoto hawa wamekuja hapa. Tunahitaji hekima yako. Tunahitaji mkono wako. Tunahitaji baraka zako. Shuka tu ukawatendee. Shuka ukawaonekanie. Shuka Bwana. Ramashendelebo. Shuka Yesu. Shuka tu Yesu. Shuka Bwana. Yesu,
tunakupenda. Shuka Mungu. Yesu tunakupenda. Shusha nguvu zako. Nakupenda mimi binafsi. Asante Bwana. I love you, Father. Love you, Lord. I worship you, God. Worship you, Jesus. You are the Master, We praise King you. of Kings, King of glory. You deserve to be glorified. Hallelujah. You deserve to be worshipped. Hallelujah. It is your name. We worship you, Father. We are under, tuko kwenye miguu yako. Tuungama dhambi zetu zote. Mwanadamu hawezi Oh yes. unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Hafananishwi na kitu kingine. Thank you Jesus. Inua tu mikono yako tuweze kushukuru pamoja. Inua mikono yako juu tuweze tukashukuru pamoja. In the mighty name of Jesus Christ. Tunakuabudu Mungu, tunasema ni asante hata kutufikisha wakati huu tumefika hapa. Tumeona mkono wako. Asante Baba. Ni wewe tu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili sifa. Zote zetu tunasema ni wewe. In Jesus name. Amen. We say amen. Amen. Put your hands together for Jesus Christ. Oh yes. Salimia watu wawili watatu, give me some base. Salimia watu wawili, give me some base. Salimia watu wawili watatu, ambie karibu sana kwenye ibada ya mwisho wa 2023. Mwambie we are here for the last time in 2023. We are getting in a new vehicle that will take us to the next level of our lives. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Kaini pande. Wale wazee kabisa wakongwe wasikae huko ndani, muwalete this side. Then balance, switch off the microphones. Switch off, we will go on with you. And switch off the microphone so that we can hear what God wants us to say, to hear from God. Thank you very much for coming, for gracing this occasion. And I love you. I love you. I love you, Shosho. Shosho, I love you. Shosho, I love you. You, Emodoga, I love you too. Shosho, I love you. Yeah? Shosho, I love you. I love you. Hapana, wapeleke this side. Take them there. Thank you very much. Nafurahi sana. This is our first end of the year service in this church. Remember, we are here for only 6 months. Tumekuwa hapa and we have seen mkono wa Mungu. Hallelujah. Only 6 months and this is what we are. Only 6 months and this is how far we are. Waliuliza, walisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni kwao? Hapa ni kwao? Walisema maugite butiri hado turadi. Goko niko. Hallelujah. Ni mkono wa Mungu. Mimi hata sina maneno ya kusema, but I just want to thank God. I'm so overwhelmed by your love for this ministry. Mumenishangaza tu. You are so wonderful people. Muriadua fata. You are such great people. Coming this night. Lydia from Karen. God bless you. God bless you. Hallelujah. Wonderful. Wonderful to see you. Wonderful to see you. My sister, how is life now? Things are calming down. Yes. God has resolved your problems. All your challenges have gone. So don't worry. That was yesterday. Today is another day. Tomorrow is a mystery. Hallelujah. And you are going to conquer. Endosoba. Endosoba. Yes, good. Wapigieni makofi.
They are all the way from Namanga. If maybe you will not be able to know these people, you have no business in my life. This is a big team. I said, I spoke to Faith. I didn't speak to anybody else. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm so happy. Anajua nimekosa maneno ya kusema. Sikuchanganyikiwa, nimechanganyikiwa. I'm so happy. Hallelujah. I'm so happy. Yani, it was my prayer hii siku ifike. Nione tukifunga mwaka in these premises. We started here in a struggle, but God has given us that peace, that rest. It has been ups, downs, complications, fights, complications, all manner of things. If there is any time that I've been taken to a serious class, ni hapa. A serious class. Nimesoma theology, nimeko masters sahi. In those 6 months ya hapa, nimesoma theology. Ama ni nini hiyo tunaitaga hiyo nini? Ama ni human psychology? What do we call that? Total good addiction. Unafundishwa na watu wazuri. Akina Roda hapa wamenipeleka through a nice class. Ababa zetu, God bless you. Asante sana. Komereria gukaitha riu na kahuti gaku. Ngai akurathime. Ngai akurathime. Thank you very much. Daddy, Mungu akubariki sana. Ndiye ndona wendo kirite uyu. So powerful. Kukwanyu mutima hatire kanitha yuma hakuri. Nikimwagira guku. Shosho. Ituro yako hatire kanitha. Uyu mwana igwayo nake. Ati uyu mwana ari kendureka yako. Ngai akurathime. Amen. Shosho. Kurathimu. Ngai akwende muno. Guku nikuo. Na tutirauma. Haya, mugakoma twe guku. Nie ngamutwara. Mutirage koma na ihenya. Guku ni muikaraga. Ona kavagamu hadaipa. Kavagamu hake daipa. Awa baba itu Ngai akurathime. Yuko na thurita aya mokete kanithama oka kuruga mwaka tuthurita tuge no murati na turagutha ndiye ndona wendo kiritio ati twina twana tunini twina anake na iretu twina atumia twina athuri akuru ona twina mathai. Nitawapatia nafasi mtaongea, si ndio? Wacha kidogo tusikie Mungu anasema kitu gani. Yes, good. Nataka kuzungumza kitu kizuri tu, nitengeneze hiyo sauti mzuri, ubalance bass na kila kitu. Nataka kuzungumza, mnanisikia vizuri huko? Are you getting me? Loud and clear? Thank you. I'm talking about the ministry of destiny helpers. The ministry of destiny helpers. Kwa wale wajui Kisugu ni huduma itokanayo na wale watu husaidia mtu kuingia kwenye hatima yake. Kuingia kwenye hatima ni kitu ambacho sio rahisi. Na katika maisha yako yote kuna watu 5 ambao naenda kukuapia siku ya leo. Hapa watakusaidia. Na nimetengeneza hiyo ujumbe kwa maana Mungu alinipeleka kwa mlima na akanipatia hiyo ujumbe. Akaniambia nikuje niambie watoto wake ya kwamba kuna watu 5 watakuja kwenye maisha yako mwaka wa 2024 ambao watakushikanisha na destiny yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wangapi ambao watakushikanisha na destiny yako? Kwa hivyo ukue mwangalifu sana, maana 2024 ni mwaka wa baraka na pia ni mwaka wa kilio. Haleluya. Ni mwaka wa nini? Kwa wale watakuwa ni werevu. Lakini utakuwa mwaka wa kilio kwa wale ambao hawatajielewa. Uliza mwenzako, wewe unataka pande gani?
Amekwambia namna gani? Anataka kufurahia. This is the year that God has given us power to make decisions. Miaka hiyo ingine amekuwa akisema mimi nitakuja, mimi Mungu wenu nitawabariki. Sasa hasemi hivyo, anasema wewe mwenyewe ujiamulie unataka kukuaje. Bwana Yesu asifiwe. It is the best year for a human being that you are going to make your own decision. Na ile decision utamake, yeye mwenyewe ataitimiza malengo yote. Kama unataka kukaa kwa hiyo kioski unakaaga, utakaa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka kutembea dunia mzima, atafanya hivyo. Kama unataka kuwa na mamilioni kwa akaunti yako, atafanya hivyo. Lakini ni decision ambayo tunaenda kuangalia hapa. Hiyo decision ni gani? Hata amesema haleluya. Hiyo decision 5 ndio nataka tuangalie. Ni nini hii lazima ufanye? Watu 5 mtakutana na wao. Na itakuwa ni vigumu sana kuwaelewa, kwa sababu usipokuwa mwelevu na usipokuwa mwangalifu, watakupita tu na utajua. Utaona ni kama kamuse. Kuna kastori kingine nilikuwa naambiwa na mama yangu. Mama yangu ni mama napenda sana tu story. Turefu na tuigi sana. Kwanza akitaka kufiinya wewe, anakupatia ka tu story. Mama yangu ni wale wa mama walikuwa makirimino sana. Ni wale mama nakaa tu unafikiria ni mjinga, swali ile anakuuliza. Utakuja kujua swali ya 10 ni kwa nini alikuuliza swali ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni mama napenda kwa sababu ni mama amenilea vizuri na kiboko mpaka nikasimama yenye nimesimama. Hata saa hii bado hajaiona nimekuwa mzima. Anaonaga mimi ni mtoto tu. Ananibebeaga towaru na kagunia na maiti na getheri anachamusha nyumbani ananiletea hapa Nairobi. Sasa namuuliza mama, hii yote ulifanya ya nini? Kwa sababu bado anasemaga mimi ni mtoto. Sasa mimi ni mtoto. Kwa hivyo mko na yeye. Niko peke yangu hapa. So, hawa watu 5 wanakuja kwa nini? Wanaitwa destiny helpers. Na ni watu wa muhimu, maana hakuna mtu una uwezo wa kutembea peke yako. You will never succeed alone. Lazima hawa watu wakuwe kwenye maisha yako, ndio maisha iweze kuendelea. Na uweze kutoka kwenye level moja na utapatana na kila destiny helper kuna opposite. Anaitwa destiny destroyer. Kwa hivyo nitakwambia ma positives, lakini wewe uangalie opposite ya hawa ni watu gani, so that we can be able kuona ni namna gani tutatatua shida za mwaka ujao. Maana mwaka ujao utakuwa mzuri na utakuwa mgumu. Mwaka ujao utahitaji kuvuka. Kila mtu hapa atavuka, maana kuna Red Sea. Mwaka ujao uko na Red Sea. Na hii Red Sea iko tukivuka, kuna maadui watakuwa kule nyuma wamekufuata. Na kuna Red Sea itakuwa pale iko na mapa, lakini Musa atakuwa na fimbo. Musa aliulizwa na Mungu, uko na nini kwa mkono? Ama alienda kutafuta fimbo? Aliulizwa uko na nini? Kumaanisha huu mwaka ni mwaka rahisi sana. Maana kile tutahitaji kuvuka tuko nacho. Haleluya. Kile tunahitaji sasa uko nayo. Kwa hivyo usikuwe na wasiwasi mwingi, ni akili yako ifanye kazi sasa. Wale wapendi kutumia akili, watumie akili. Wale wapendi kutumia wisdom, muanze kutumia sasa. Huu ni mwaka wa akili na wisdom. Si mwaka wa kushinda ukilia ati baba ninakuomba baba tagulini. Mungu akamuuliza Musa, ni kwa nini unalialia kama mtoto? Musa kumbe alikuwa ameanza kulia. Watu walikuwa wamegeuka Musa, wanamuuliza Musa, kwa nini? Kwani kule Misri uliona hakuna mahali tunaweza kuzikwa, ndio tukuje kukufia hapa? Naye badala Musa kuapia Mungu wako pamoja na sisi, Musa naye akaanza kulia. Baka Mungu akakuja akamuuliza, Musa, kilimo hiki ni nini uko kwa mkono? Akasema niko na fimbo. Na hii fimbo si ni ile uliakuza chini ikageuka ikakuwa nyoka, ikameza nyoka zingine.
Kwani hii vipo ilikosa nguvu siku gani? Kumbe sisi tuko na solution. Lakini vipo yetu tulisahau, maana tulizoea. Mazoea yatakumaliza. Mwaka hii ukivuka na mazoea utaisha. Mwambie mwenzako tu, mkunya kunyogo. Mwambie mwaka huu ukivuka na mazoea itakumaliza. Haleluya. Wakoro ni umenyerete kama udu, kana adu wale umenyerete unaangalia tu hivi unachukua kama hii ukawaida iishe na 2023. 2023 ilikuwa ya watu wa kawaida. Sasa 2024 ni ya watu ambao si wa kawaida. Lakini si mtu kama huyo amekaa karibu na wewe. Huyo mtu umekaa karibu na yeye ni wa kawaida. Huyo next na wewe. Hebu muangalie vizuri, huyo ako next. Muangalie uone ni mtu wa kawaida. 2024 si ya watu wa kawaida. Si ya mtu kama huyo ako next na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ya watu tofauti. Watu ambao watakuwa super. More especially Kenyans. Wananchi wa Kenya. Mungu anaenda kuwainua 2023. 2024. Kwa hivyo mjarara. Mungu anaenda kuwainua 2024. Kenyans, wherever you are, wherever in the world, Kenyans will be super. Mutaglitter, mutawaka moto. Why? Because muko na miba ya revival. Munaenda kuzaa. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Muko na nini? Na mimba. Na hiyo mimba itazunguka dunia mzima. Wazungu watakuja from all over the world. Watakuja hapa Kenya. Si kuja kutafuta kitu kingine, kutafuta Mungu. Ndio kwa maana nakwambia watu wa mazoea kazi yao imefutwa kazi. You have been sacked. Kama wewe ni mtu wa mazoea, you have been sacked. This is the end. Termination. Wakati nilikuwa nikiingia pale, nimeona mabarua mingi inaitwa termination letter. Termination. Nimesoma mpaka majina, nimeona majina ya watu. Na ninawaona hapa. Termination. Na kuna wengine nimeona wameandikwa approved. Sasa mimi sijui, lakini majina ya pande hii na pande hii yote nimeona nikiingia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna arrangement Mungu ametengeneza. Na Mungu akaniambia, ndio ujue mimi ni Mungu na ni mimi nimekutuma. Kabla kuisha kwa mwezi huu utatembea nchi 9 in Europe. Kabla ya kunini? Kuisha kwa mwezi huu. Hadi Januari. Na muko makini. Adora ni adora meda kuigwa gayara igoro rirauga atia. Matie kwe mathira igoro. Naenda ku make mistake kidogo, ana correct immediately. You are good student. Nyinyi ni wanafunzi wazuri. Kabla kuisha kwa Januari. Sema Januari. Mungu ameniambia ndio ujue ile maneno yote nimekuambia. Uta travel 9 countries in Europe. Januari hii. Ni mimi si wewe. Ni mimi. Ndio nihakikishe ile maneno amenionyesha pale nikiingia. Na akaniambia atawatembelea leo. Mahali baraka zangu zote zimetoka. Hiyo kizima ameniambia ni kizima kitakunywa na watu wote wale watakuamini. Haleluya. Kwa hivyo hiyo kizima iko na maji ya kutosha kila mtu. Na watakuja mpaka kutoka Canada, watakuja kutoka Europe, watakuja kutoka Australia, watakuja kutoka kila mahali kuja kukunywa hiyo maji. Na ndio kwa maana Mungu amefanya cancellation na amefanya approval. Maana kuna wengine Mungu alisema hawa watakataza watu wangu kukunywa maji. Na wao akasema hawa hawatazuia watu wangu kukunywa maji. Ndio kwa maana hawa wamekuwa cancelled na hawa wamefanywa nini? Kulingana alikuwa nasoma roho za watu. Na amesoma na ameziandika. Sasa sijui
alitumia kriteria ingine gani, lakini hiyo najua ilitumika. Roho. Kama wewe ulikuwa ni ule mtu wa afadhali utemee chakula mata isikuliwe, kwa sababu hutakula, wewe umeondolewa. Haleluya. Ambia mwenzako, that is not me. Mwambie mwenzako, si mimi, si wa hiyo klasi. Kwa hivyo tuangalie, ni tusome kitabu cha Marko 2 kutoka mstari wa kwanza tutaenda mpaka mstari wa 12, na hapo ndio nitaendelea kuwaambia ni nani hao ambao watakuja na majina yao, kwa sababu Mungu ameniambia kuna wako na majina ndio uweze kuwajua akikuja. Mungu anaenda kukuletea hawa watu in this year, the coming year. Ni kama mimi already nilishavuka in the coming year. Therefore the book of Marko inasema, and again he entered Capernaum after some days. Unaweza kutusaidia na Kiswahili, kwa sababu ninaona hapa tutakosea wa mama hapa. Wanajaribu kusikiliza mpaka na mdomo wa akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadhaa, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi kama hawa sasa tuko hapa, isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema na wao neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa akifanya nini? Alikuwa anawaambia neno lake, na ndio hilo nataka kukuambia siku ya leo. Wakaja watu wakamletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Huyo mtu alikuwa ana mapoozi, alikuwa amebebwa na watu 4. Wakaja watu wakamletea, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakisha kulivunja wakaliteremusha godoro alilolilalia yule mwenye kupoza. Walitoboa hapa juu, wakisha basi wakateremusha lile godoro, wakateremusha. Ni watu ambao walikuta mtu mwenye alikuwa anapooza, mtu mwenye alikuwa hajiwezi, lakini wakasema tutafanya lile liwalo tuhakikishe Yesu amekutana na huyu mtu. Na Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Kwa hivyo kuna watu utapatana na wao katika 2024 ambao watakupeleka katika msamaha wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. People that will engineer you, wakupeleke mpaka kwenye mkono wa Mungu. Na huyu mtu wa kwanza ambaye ataingia katika maisha yako anaitwa divine connector. Divine connector ni mtu ambaye, divine na Kiswahili ni kusema namna gani? Walimu wetu divine. Na wewe ndio nasikia ukiongea Kiswahili mingi. Divine. Kiungu. Si kiundu. Divine ni ile nafsi ya Mungu, mtu ambaye, kitu ambacho kinafanyika kwa sababu Mungu yuko ndani yake. Divine, yani ulikutana na mtu kimiujiza, kiajabu ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu wanaitwa divine connectors. Ni watu wanakujaga kwa maisha yako kiajabu ajabu. Hawakujagi kwa mpango, na haujui wakikuja na haujui wakienda. Hautawajua wakikuja na hautajua wakienda, maana watakuwa wakimekuja lakini hukuelewa walikuja namna gani, na hautakuwa unajua kwa sababu gani wamekuja. Watakuja na watimize na waende. Wewe kama hautakuwa makini utawachwa hapo hapo, because it is God who will have sent them. Divine connectors are not ordinary people. Tuangalie kitabu cha 2 Kings alafu tutarudi hapo. Ngoja kidogo alafu tumalize hapa. Na baadhi ya waandishi waliokuwako huko wameketi wakafikiria mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anafukuru. Na nani awezaye kusamehe dhambi
isipokuwa mmoja ndiye Mungu. Umesikia venye ameuliza? Kwa sababu wale walilete huyu mtu si watu wa kawaida. Wale ambao walikuja wakambeba mtu aliyekuwa na mapoozi, amebeba kwenye mattress, wakatoboa huko juu, wakateremka. Alipofika kule, uponyaji wa huyu mtu ukapatikana. Huyu mtu alikuwa ameishi mahali pamoja akigojea kukufa, until wakati hawa watu walikuja wakamsaidia. The meeting was very divinely. It was not an ordinary meeting. Hawakukuja kwenye maisha yake kwa sababu alikuwa amepanga. They do not have power to help you, but have the ability to link you. Hawa watu hawakuwa na power ya kuponya huyu mtu, hawakuwa na nguvu hata kidogo, hawakuwa na uwezo wa kuachilia uponyaji. Maana wakisema katika jina la Yesu nasema mpone, lakini they didn't have power. These people, they don't have ability to help you. Hawana, but they have ability to link you. Divine connectors, they got ability to do what? To link you. Ile kitu watakufikisha kwa mlango wa kuapia ni hapa. Watu kama hawa ni wale unakutanaka na mtu, unaenda ukipita hivi na muuliza na barabara nataka kuenda railways. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuenda kwa ofisi fulani, iko Coffee Plaza. Kuna wakili anakuaga hapa juu. Na mkipada anakuja anakwambia ile iko Coffee Plaza. Mnakuja na yeye. Kufika pale unakuta kibao cha Apostle Waruinge. Apostle Waruinge umemtafuta au umeshindwa kumpata. Lakini unakuja tu mlikuwa mnaenda kutafuta akili, lakini mkafika pale mkaona kibao. Ukasema huyu mtumishi anakuaga hapa. Nimemtafuta siku mingi. Kwanza unaingia. Hakuwa anakuleta kwa mtumishi Waruinge. Alikuwa anakupeleka kwa akili. Lakini ametumiwa na Mungu kukupelekea barabara ya huyo mtumishi. Ni watu mnakutanaga na wao na kutoka hapo. Kwa sababu naona Biblia inasema hawa watu walipomfikisha waliondoka na wakaenda. Hawakusimama tena. Kwa hivyo hawa watu watakuja. Kutoka Januari 1st hawa watu watakuja. Kwa hivyo ukuwe mwangalifu, ujue huyo mtu. Maana atakupeleka mahali unataka. Atakwambia mtakutana na mtu mlisoma na yeye, akwambia kuja nikakununulia kahawa. Mnaenda kwa hoteli, kwenda kwa hoteli unakuta yule mtu amekaa pale kando ni yule mtu unatafutaga. Ni kahawa imekupeleka huko, sio huyo mtu. Lakini unaenda unapata yule mtu ulikuwa umekitafuta ndio yule. Unamwambia hata huyu mtu nimemtafuta siku mingi sana, na unaenda mnaconnectiwa. Watu wangapi wamekuja hapa kimiujiza hii kwa hii ministry? Wameletwa tu kimiujiza. Ni mama yako ako Amerika akakwambia nenda kwa mtumishi fulani. Wewe uko mama ako Amerika, ananijua kukuliko. Hapa mpaka anakupatia paka direction. Because na yeye hajakuja kuopewa, wewe kumbe wewe unakuja unaopewa na mambo yako yanabadilika. Hao ndio watu tunaita divine connectors. Huyo ndio mtu wa kwanza mwenye atakuelekeza kule unafaa kwenda. Huyo ndio mtu wa kwanza. 2024 Januari mtakutana na huyo mtu. Na ukimisi huyo mtu, ujue hakuna kwingine unaenda, maisha yako yamekwamia hapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mtakutana na yeye tu, anakuambia wacha tukuje unifikishe mahali fulani kwa ofisi fulani, nikasalimia mtu ama nikachukue karatasi ingine huko. Ukifika huko unasikia watu wanasema, "No, ujerelie mtu wekete accounting." Kumbe wewe umefanya accounting. Unasema, "Si mimi nimefanya." Unasikia makaratasi, unapiolete makaratasi yako, tunakutuma Dubai. Lakini kumbuka nani alikupeleka huko? Ulipelekwa, ulikuwa unasidikisha mtu muende mkachukue makaratasi. Lakini huyu kumbe yeye ndiye alikuwa divine connector wako. Anakupeleka kwa hiyo ofisi, kumbe wewe ndio ulikuwa unatakikana, hata si yeye. They don't have ability to help you. Hawana ability hata kidogo. Lakini wako na ability ya kukuconnect, kukupatia link. Na hiyo link ikiingia haitatoka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukuwe makini sana. Na ukikuwa makini, hii maneno yote haitakupita. Na utawaona, utakutana na wao. Mtu wa pili ambaye utakutana na yeye anaitwa man of access and influence. Man of access and influence. Yaani watu ambao wako na njia, wanaelewa. Ukienda Dubai utakutana na mtu anajua Dubai mzima. Na wako na ushawishi. Mtu mwenye ako na upenyo na bado ako na nini?
na ushawishi katika maisha yako na katika ile maeneo yote unataka kwenda. Huyo mtu mtapatana na yeye. Ni mtu tu ni kiherehere tu. Ni mtu yani hana chochote na hajui, ni mtu tu anakaa tu, but at the end of the day atakwambia si uniachie 200 ya kukula raji. Lakini ile ofisi yote unataka atakupeleka. Na ile recommendation atafanya itakuwa inakubalika. Ukitaka kwenda kwa KRA anakupeleka na nakushikanisha na mkubwa wa KRA. Lakini yeye ukimwangalia baka unashindwa, huyu mkubwa wa KRA walijuana na huyu namna gani? Maana huyu hata ukiangalia mdomo hajasafisha mzuri. Lakini hapo akiingia tu akisema huyo ni mtu wa kuitoa mtaivie, na inakuwa hivyo. Unaona director anakubali. Huyo mtu mtakutana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna mtu kiherehere tu, lakini utakuja maana atakuwa na kiherehere na umemzoea na kiherehere yake. Utasema wewe eda, sitaki ku story zako. Kumbe ni yeye ambaye atakupeleka kule kunahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. So be prepared for that person. Anakuja and he has influence. Any place you want anakupeleka huko na milango inafunguka. Lakini yake ukimuuliza kuna yako moja imefunguka? Hakuna. Lakini kufungulia watu amefungulia watu milango. Na hata kufungulia mlango. Hivyo hivyo tu ako na sados na bigiji kwa mdomo. Lakini ukitaka kuingia kwa Kidiki anafungua tu mlango unaingia. Na anaambia Kidiki huyu ni mtu wetu. Ukitaka kuingia kwa Ruto ni simu mbili tu unasikia huko kwa Ruto. Ukitaka kuingia kwa Apostle Waruinge ni simu moja, hata si simu. Anakuja hata kwa anajui protocol. Kinakuja tu na kinafungua mlango, kinazuiliwa na Oliver kisiingia, kinakuja puju na kinaingia. Na inakuwa na kiingia mnaona tuna Oliver paka anashindwa. Huyu mtu amekujaje paka wamehagiana. Those are people of influence. You cannot deny them access. Wesi, they have the access. Ukienda utakuta hata Ruto anapigia Ruto direct. Kimutu kiko na access. Lakini kionyewe mkimalizana kitakwambia si uniachie 200 ya raji. Na ile connection amekupatia ni ya 1 billion. Bwana Yesu asifiwe sana. That man is coming in your life. Can I hear amen? That man is coming in your life. That woman is coming in your life. Sioni kama mnajua venye mnafanya. That woman is coming in your life. That man is coming in your life. He has influence and he has access. He doesn't look like them. Hajui, haonekani ni kama, lakini ako na access na ako na influence. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si mtu wa maana kwa maisha yako. Ni kama mtu tu hakajielewi, hakajui. Siku moja nilipelekwa mara ya kwanza kupelekwa kwa mtukufu rais. Mnajua mtukufu rais alikuwa nani? Alikuwa Moi. Mimi siku ya kwanza kupelekwa kwa mtukufu rais, aliyenipeleka ni jamaa anakaaga pale hata saa hii pale City Hall hapo nje kwa hiyo mawe ya City Hall. Hata saa hii amekaa hapo. Ukienda every time siku ya mchana utamkuta kama akiomba 200 na 100. Na alipiga simu moja tu, aliniuliza unaweza taka kwenda kuona Moi? Nikamwambia ndio. Alipiga tu simu moja. The next 3 hours nilikuwa State House. Lakini yeye tulimwacha wapi? Tulimwacha pale. Akatengeneza link, nikaenda State House na siku hiyo nilitoka kuna 10 million. Nikakuja na wakati tukiachana aliniambia siniachie 200 ya kukunywa chai. Nikampatia. But akani connect na 10 million. Na kutoka hapo my life changed. He made my life to change. Maana kutoka hapo rais tulikuwa marafiki, nilikuwa nampigia simu na muuliza, namwambia ninataka kukuja mzee jioni. Ananiambia usikuja leo, kuja kesho. Na nikikuja kesho nakuta kabahasha, si kabahasha ni carton kamepakwa noti mzuri nyingi hapo unabeba. Yule aliye ni connect. Bado tunakutana hata leo ananiambia nipatie 200 ya raji. Hata saa hii yako pale. Kesho ukienda hapo utakuta mzee ameweka kofia ka Islamu. Huyo ako hapo. Na ameconnect watu wengi. Na watu wale wengi wa Buga walifaidika wakati huo. Ni yeye alifanya connection. Lakini yako wapi? Kwa hivyo ni watu wa maajabu. Lakini ni watu utawaacha hapo, wewe uende na safari yako. Kwa hivyo ukisipokuwa makini,
hawa watu watakuja, wataenda na watakuacha, na hautajua. Maana hatakuwa amevaa mzuri, hatakuwa na kizugumiki kama yako, hatakuwa na werevu kama wako, hatakuwa mjuaji kama wewe. Kwa hivyo wakati huu ni wakati wa kutulia. Unasikiliza kwanza, sio kuongea mingi. Listen first. Mtu yote akikuja mkianza kuongea, wacha kwanza. Unajua hata hapo nilikuwa nimefika. Mombasa huko hapo kile mama Gina, unaona akitaja tu kitu kumbe wewe ndio unajua. Ati mama Gina ile jago, hata tukikuwa huko, si hata mimi ndio nilikuwa nimeanza kupatia tenda lakini nikaachana nayo. Sasa umefuka information ikikupeleka mahali. Hii 2024 wacha usikilize sana na mdomo yako. Usikilize na nini? Usikilize sana na mdomo yako na uongee sana na masikio yako. Yeah? Nimesema hivi, nirudie tena. Mwaka wa 2024 usikilize sana na mdomo yako na uongee sana na masikio yako. Nimemaanisha nini? Yeah? Unyamaze, usikilize, uambiwe. Sasa hapo umeona already umeanguka. Usikilize, tumia mdomo yako kusikia na utumie masikio yako kuongea. Let your ears speak for you and let your mouth hear for you. So shut your mouth. Ufuge mdomo, uache uelekezwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ujuaji yako yote fugia kwa kakabati. Uweke. Kama unajua, tunakubali unajua. Kama umesoma sana, tunakubali umesoma sana. Kama uko na pesa mingi, tunakubali uko nazo. Kama wewe ni wa majuu, tunakubali wewe ni wa majuu. Lakini sasa ile kitu tunataka ni mdomo hiyo isikilize, masikio ifanye nini? Iongee. Take your time. Usikue mwepesi wa kuongea ovyo ovyo. Maana utapitwa na hawa watu. Maana wao wanajua kukuliko. Na ukianza kujua wanakuacha, wanaenda kwa mwingine mwenye ajui. Kwa sababu ile kitu anatafuta ni sifa peke yake. Anataka asemage ni mimi. Unaona hiyo gari anaendesha? Ni mimi nilimfanyia connection. Na unaona natulikia hapa, tukimuitisha 200 hawezi akakupatia. Na ile gari unaendesha anasema unalika nao ni 30 milioni. Ni yeye alikuconnect. Lakini ile kitu anataka tu ni mia ngapi? 200. Hawa watu wamekuja. Hawa watu wametumwa wako pamoja. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Akawaambia, mbona mnafikiri hivyo mioyoni mwenu? Kwa hivyo hawa watu ni watu wanafikiriaga ubaya. Na hiyo ubaya uko nayo ya kuonaga kila mtu ni kama amekuja kuchukua nafasi yako. Kama hii kanisa watakuja wengi na mtaanza wale viongozi mtaanza kuharahara hapa. Ati huyu mtu amekuja kuchukua nafasi, huyu mtu amekuja kufanya, huyu mtu amekuja kunini? Hapana. Let them come. They are carrying some goodies for the ministry. They are your connectors. Kuna mama mwingine tulisaidia hapa na Agnes. Alikuwa amekosa kakaratasi kamoja tu, kakoti kamoja tu, na nikarapa stabu kwa wakili na mawakili wamejaa huko. Hakuwa na hiyo knowledge. Alikuwa anataka kwenda Amerika. Amenipigia simu saa hii ako Amerika. Na hakuwa ndio akuja apata hiyo connection hapa. Hakuwa amekuja kwa sababu ya kuopewa. Alikuwa ameleta mwanamke mwingine. Lakini na alikuwa anataka abaki pale, huyo mwingine aigie. Maana kwa Waruinge, mimi nikie kwa Waruinge aje. Na nikiona na watu kamera ziko. Sinaona wengine amefuga hivi. Huyo mama alipokuja hapa, kube aliyekuwa amelete, yeye hakuwa na shida, yeye ndiye alikuwa na shida. Akaniambia niko na shida, niko na watoto wawili, mababa ni tofauti. Na imesemekana lazima niende na barua ya kusema mababa wote wakubali niende na watoto. Nikamwambia ni hiyo tu. Nikamwambia niko na wadosi hapa kanisani. Within 2 hours alikuwa na hiyo barua. Lakini hakuwa anakuja, alikuwa aachwe pale nje.
Saizi yako Amerika. Anatuwatch. Bwana Yesu asifiwe sana. But she was not coming for that problem. She was escorting somebody. Lakini kumbe ni yeye mwenye alikuwa anaescortiwa. Kwa hivyo unaweza kuwa wewe ni kiherehere na ukosane na hawa watu. Watakuja kwa maisha yako. Many of you have encountered these people. Umekutana na hawa watu. Lakini kwa sababu ya kiherehere mingi na kuongea mingi na kujua mingi, maneno yako yote yameanguka. That is why you are poor. That is why unashinda ukilia kazi, ukilia biashara. Na biashara uliletewa. Lakini ukasema, "Ai, ni ndikiruta ila hata sio." Hallelujah. Those are people of influence and they have access. Hawa watu wanakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise and worship, mnasikia? Hawa watu mjipange vizuri. Kuna mtu mmoja tu atakuja. Mtaenda Ulaya kuiba. Mtu mmoja tu. Atakuja tu na atawaita nyinyi as a team. Atawaambia go get your passports. Mkuja mbapomu London. Hallelujah. Hallelujah. Ni kuchoka mmechoka ama namna gani? People who have the credibility of the people, they can easily endorse you to success. Hawa ni watu wako na credibility. Yeye tu akisema tu aseme fulani huyo naona ni kama ni mzuri, unapata nafasi mara moja. Ni watu wako na power, ni watu wako na influence. Ni kusema tu jenda moja au kigoke mwekele mgajuge. Kwa sababu I have credibility kule biguni. Nikiongea hiyo neno moja ya kupona, ya kohoni unapona. Those are the people you are going to encounter this year. Mtu wa neno tu moja, si maneno mingi, si mkutano, si conference, hapana. Neno moja, bigu inafunguka. Hallelujah. Muulize mwenzako, unaona ni kama ni mimi? Unaona ni kama ni mimi nitasaidia hiyo kazi yako? Hello. Muulize, unaona taleni? Unaona taleni kutairosho? Sasa angalia mnaniangalia badala muulizane. Si ulizane, unajua labda ni appointment tunafanya. Labda huyo mmekaa na yeye vizuri. Hebu muangalie vizuri. Kabla mwaka ishe, muangalie vizuri. Maana anaweza kuwa ni yeye ako na kifunguo ya maisha yako. These are the people that have your key. Wako na maisha, wako na kifunguo ya maisha yako. They are just simple people, but they have the key to your life. They have the key to your success. They have the key to your business. Wakisema tu neno moja, hata mimi ukikuja hapa saa hii, nikuandikie kanoti, uende kwa Sakaja, atakusikiliza. Just mwadikie, please assist. Sakaja, governor wa Nairobi. Nikuandikie tu kitu. Please assist. Ama nikuandikie uende kwa OCS wa Kayole. Please assist. Niuka. Amepata mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu wanakuja. Mwambie wenzako, hawa watu wanakuja. So hawa watu ni watu wa maana wako na access. Mtu watatu mwenye atakuja kwa maisha yako. They are gifted people. Watu ambao wako na karama, wako na ujuzi. Hawa watu wanakuaga sana ni wafudi. Watu kama hawa unaona ananichukua na kamera. Na nikasiana kadogo lakini kana niangalia na jicho, katatoa picha mzuri. Mimi nikipata ile kitu sitawezana nayo. Kuna mtu wako pale kwa sound system na yeye anaangalia hii na hii, utakuta kuna mashini karibu 100 na anajua hii ni ya hii ni ya hii. Hawa watu wanajua kuipa, unaona venye wanaruka hapa vizuri. These are gifted people. People that are going to be in your life because of their gifts. Because you need that gift to prosper. Hallelujah. Watakuja manager, they are gifted people. Secretary, they are gifted people. Kwa sababu kazi ya secretary uwezani nayo? Hauwezani. Nikikuweka pale uongee na watu utawatusi wote. Maana watu ni masubua tu. Ni subua. Kila mtu anakuja ana shida na anajua ni wapi anaweza kutatua. Alafu umesimama hapo, mimi nilikupatia instruction, sitaki kuona mtu. Na huyu mtu amekuja anajua ni wapi.
Sasa mimi ndio nimepatia secretary nini? Instruction. Nimemwambia usikubalishe mtu aingie. Lakini wataona wewe, wataniona mimi ama wataona secretary? Wataona secretary au utatukanwa kama kitu kingine. Ile matusi imetukanwa Oliver hapa. Kama ingekuwa na power Oliver angekuwa shakufa. Lakini ukiona Oliver amekwambia usiingie, ni mimi nimesema, wachana na Oliver. Oliver hana power, ni mimi. Lakini ako na gift ya kusimama pale na anakaa na macho na anakodoa macho na anakaaga hivi. No. Apostle is not ready to meet you. Now, okay? Apostle is not ready to meet you. Apostle is tired. You want to rest. Bwana hata wewe kwangu. Doge hata. Siku ya pili watakutukana utaenda. Sasa utukane Oliver, unajitukana wewe mwenyewe. Unajitukana wewe mwenyewe. Hakuna kitu utamfanya na baadaye atakumiti. Oh, hello, how are you? How are you going? No. The Lord is faithful. The Lord is faithful. Soon you are going to meet him. Siku hiyo mmekomengata utaki kumuona. Bakona nasema baba watu kama hawa wanaharibu ministry ya apostle. Waondoe. Mungu ndiye alileta Oliver hapo. Huyo Mungu umeenda kuripoti kwake, ndiye alileta huyo jamaa na akamwambia nimekutuma ulinde mtumishi wako. Sasa kabla utume maombi ashafika huko unaambiwa enda kwanza mwende msikilizane na yeye. Enda msikilizane na yeye. Those are gifted people. They are sent for special missions. Kuna watu wengi hawapendi huyu dada. Anaitwa Magi. Simama tu. Watu wengi hapa kanisa hii msima haipendi huyu. Wale kwanza watu wale walikuwa wamekolea mizizi hapa wenyewe. Waitako wazaliwa. Wazaliwa waliona moto. Huyu mama wakati alikuja wanamuitaka Magi the Black. Wanaondaka Magi ameingia pale, unaona kila mtu amejipaka kwa kasi yake. Hallelujah. She is gifted. Ako na uwezo huo. Hakuna mtu ametusi, hakuna komadi ametoa, lakini akiingia hata wale watu wanakuaga nao kwa board hawampendi. Keti chini. Why? Because she has a mission. Mungu amemweka kitu ndani yake, akiingia mahali lazima kitu kifanyike. It is a gift. Sasa mtu kama huyo akikuja anakulainishia barabara. Simuona siku hizi kanisa imelainika. Simuonaga sihubiri na mahubiri ya makasiriko. Nimeona akihubiri na makasiriko. Kwa sababu wale watu wote walikuwa wananiletea makasiriko, walitulizwa. Haleluya. Walifanya nini? Na ni yeye. Hata mimi kuna wakati niliona venye ile fujo amekuja nayo, nikamwangalia nikaona ni kama kanisa itaanguka. Nikaanza kumwambia tuende pole pole. Akaniambia hapana, tufanye kazi ya Mungu. Uliitwa, aliniuliza umeitwa na Mungu ama ulijiita? Nikamwambia niliitwa na Mungu, basi wacha tufanye kazi ya Mungu. Nikajapaza kwa sababu na yeye sitaki kumkasirisha, maana venye nasikia testimony za watu huko nje, hata mimi naweza kuambia kanyaga pale. Sasa ilibidi nitulie. Na alipokuja akakuja na strategy mzuri na maneno ikaanza kukua. Watu kama hawa, ile praise and worship ilikuwa mang'aa tupu. Sasa hizi naona iko hivi. Na kutaka saa 12 wameingia kwa kanisa. Sio kwa sababu yako, sababu ya huyu mdada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna timu nyingine hapa inaitwa ya Asha na catering pale huko ndani. Wanakuaga na mama mwingine a no nonsense woman pale anaitwa Katuko. Huyo mama huwezi kumtaka mkae na yeye kwa ofisi moja. Ni mama akisema imesemekana na hakuna kubadilisha. Kama unabadilisha kuja kwa kitu kingine siku nyingine ndio tutabadilisha. Na akisema amesema. Sasa wewe unapenda kukata mikato. Huyo amwezani na yeye. They are gifted people in those areas. They are no nonsense people. Na hao wanatumakwa. These are what the kind of people nasema wanaitakwa the secret army of the Lord. Wamewekwa mafuta, wanakuja kulainisha na kubomoa na kuharibu zile vitu zote zilikuwa kwa maisha yako, anakutengenezea kitu kingine mpya. Sasa hizi kanisa ninaona ni kama ni mpya. Ile mambo yote na ujeuri yangu mingi nilishindwa. Ile kitu I ended up nilikuwa nahubiri tu mahubiri ya makasiriko.
Kila wakati nikifungua Biblia nataka kufungua kale kavasi kanaongea makasiriko ya Mungu. Mungu amesema msipowatubu dhambi zenu mnaenda kuangamia. Lakini si Mungu na si mimi, ni kitu, ni point nataka kudrive kwa mtu. Kuna mtu nataka kutishia maisha yake atakufa. Na huyo mtu hiyo basi alikuwa ameisoma na anaijua vingine, si hivyo nasema. Sasa anasema tuwe kohoa tu tamaliza hiyo maneno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndivyo ikwenda. Na mambo imeenda hivyo vizuri. So this kind of people, angalia hawa vijana venye wamekuja. Wamekuja ndio walikuja na fujo mingi sana mpaka watu wengine wakaanza kuogopa kama shiko. Walikuja na fujo lakini umeangalia nini? Timu imekuwa mzuri. Unaona venye wamekaa vizuri? Wamepakika. Na si mimi nimewapaka. Angalia ule jamaa ako pale kwa sauti. Tulikuwa kila wakati hizi nikisema wewe tengeneza sauti. Ungekuwa unazia simu nika Ngidalia Ngida lakini amekuja. Hakuna kitu kubwa anafanya, lakini kumeingia utulivu kwa sababu amefika. Unakuta ile kitu iko ndani yake inasababisha maneno ina change. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio wanaita the gifted people in your life. These people hawaletagu na wewe. Ni Mungu anawaleta. Na ukiona wanakujaga na wanachukua position. Unajaribu kuzuia wasiingie, unakuta hata wewe anaweza kukanyaga wewe. Angalia mama kama huyu Mkolino. Simuliona ile mambo alifanya hapa leo. Mara yuko fora bada, foolish na bada, sekra. Foolish na haya. Kwa nini? Bora basi. Kwa nini? Wewe ndio utaregret. Nikakaa hapa nikaangalia sasa. Hii kanisa ndio huko kana ni demo gani? Paka nikanyenyekezwa. Nikabidi nijaribu kumpatia mkono, niambia wewe acha. Ndio mkono. Tumaua tulikuwa tumeweka hapa, nikaona tumebeba, tumeenda, nimetuona pale gaje. Nikaangalia nikashindwa. Nini? Nimeangalia comment za watu kwa YouTube. Wamesema sasa umepata kitu mtu wa kukuweka laini. Na mimi nilikuwa nataka waseme uatoa hiyo mama. Wanasema huyo hata nimepatumiwa 1,000 nikununulie chai. Na nilikuwa nataka waseme huyo mama si mzuri. Wamesema sasa kanisa ndio imeanza kukua laini. Ati hata wewe you will not be spared. Those you need those gifted people because they have no value for personalities. Hatabui wewe ni nani, anatabua yeye aliyemtuma. Haleluya. Unaona watu wa kamera kama hawa, unaona amevaa kabuti mzuri ya white. Ule msichana ako kwa kamera, anasimama hapo, usimame hapo only 30 minutes. Utakokota hapo chini. Yule jamaa alienda, yuko wapi? Huyu. Alienda pale 20 minutes. Alikuwa ameinua miguu juu hapo kwa chini. Kamera ndio iko juu. Haleluya. They are gifted people. Wako na kipawa. Wako na uwezo wa kufanya maneno ambayo hata wewe huwezi kufanya. You have to allow them to work. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakikuja wanakujaga na ubomozi. Wanakujaga na madoido ingine. Baka unajua unaona angadroe kitu. Haleluya. So hawa watu wanakuja kwa maisha yako. Mimi nimeanza kuwaona hata kabla ya kuvuka. Huyu mama amenihusia uoga leo kabisa mpaka nimenunua. Nimejua hakuna kitu ya badia nitajaribu kulete hapa. Nikijaribu kulete hapa ataniambia for why here. Alafu alifika mahali mpaka sasa akataka kunionyesha I can act in a different way. Kaza sasa hapo na wewe ndio mjuaji kanisa mzima inakoinamia. Ikabidi sasa nitulie, nilikuwa nataka kwenda kukaa chini. Nisionekane sasa macho yangu, najua macho ataidiasa kukua kidogo, sura ikaanza kucheji, nilikuwa brown nikaanza kukua black. Because sasa nashindwa watu watasemaje, kutakuaje? Kumbe ni Mungu amemweka hiyo. Na Mungu amemwambia no respect for man, have respect for God only. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapigia makofi vizuri.
Mnataka kanisa ikuwe hivyo ama watoke waende? Tuwafukuze? Tukufukuze? Hata mimi nimetii. Hallelujah. Tukienda hivyo sio na kanisa imekaa mzuri. Yes, because God has put his authority now. Sio. Kijoka deka. Kati analichekelea. Apostolo no aikari wa muone. That is how God will operate with us. Those people ni wa muhimu sana katika maisha yako. Ukiondoa hao watu kwenye maisha yako, ni kumaanisha umechagua kuanguka kwa shimo. Ukiwa na mtu kama huyu, hii kanisa haiwezi kuanguka kwa shimo. We will never go wrong. Mimi hata mimi nikianza kuweka kobo, nitatakaswa tu hapa. Nikianza kuleta maono yangu kwa neno la Mungu, the next 10 minutes. For why? You. Nilijaribu kumpatia kumuhonga. Gai. Sasa unaona venye nilikuwa nimetoa mkono. Aibu hiyo yote kanisa mzima ilikuwa imeniangalia. Nikajifanya nilikuwa nataka kumsaidia. Lakini already nishagogwa, niko chini. Ego imewekwa chini. Mwambie mwenzako nataka watu kama hao. Watu hao wakuje, wakubalishe kwenye maisha yako, wakuje, wakutengeneze. Kiburi inaisha. Nikishughulikiwa mara nyingine 3 kiburi yangu itaenda chini. Siwezi kwa nikifanya vitu zangu hapa. Ati wewe panga hiyo kiti pale. Weka pale. Hiyo madhabahu weka hapa, weka hapa. Hapana. Unaiweka unarudisha. Pale ilikuwa. Unamwambia sasa tutaweka hii kitu kama imeingia hivi. Unaambia geuza. Mungu anasema hivi. Wachawi wanakuja, waliweka gethito. Mimi nilikuwa nimeonyeshwa lakini nilitumia diplomatic language. Unajua diplomacy? Yule aliweka gethito pale na mjua. Akaweka moja pale, akaweka kwa mlango pale, akaweka kwa ile mlango nyingine, akaweka kwa hii mlango nyingine na akaweka kwa kiti yangu. Mimi namjua kwa sababu Mungu alinionyesha akifanya. Lakini sasa nikafanya ni kwa diplomatic. Nianze kumpeleka pole pole tumalize huyu chawi. Kumbe kuna tika imetumwa hapa. Tika imetumwa ya kuja kumomoa na kusema hapa kumewekwa, hapa kumewekwa, hapa kumewekwa. Lakini mpaka viatu zangu zilikuwa zimewekwa. Na watu ni watu wa tall, dark and handsome. Hallelujah. Hallelujah. Kujishikia mtu. Ninyi wa Masai mnajishikia kama mtu. Hapa kuna mtu ameshika kidole yangu, kuna mwingine ameshika mguu, kuna mwingine ameshika mudhirimo, kuna mwingine ameshika hapa. Yaani nimegawanwa kila kabisa. Daga nilo ta Wanyabura. Nolika natumia la maga nile hali ya jimulisa. Nitoke moga ya niyo mundu akuwe gashuje. Unakumbuka karo? Hii kitu lakini sasa imekoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Those are the gifted people ambao wanakuja kwa maisha yako. Hauwezi utafungua kazi. Tuko na Besima hapa. Wangapi wamekuwa members wa Besima? Members wa Besima kama umetoa pesa na tumeongeza pesa. Wale kama hujakuwa member it is 2000 now. Imeongezeka. Na usipoharakisha utasikia imeruka 20000. Harakisha. Harakisha. Sasa mimi nitaenda kukaa huko kuhesabu pesa. I need a specialized person to do that job. Na nikienda huko na usikia akisema no, haifanyaku hivi. Alikuja tuliandika kamusiana kingine kazi hapo manager. Ile kazi yote tulikuwa tumefanya hapa na ujeuri na ujeuzi na nini yote. Alikuja akafuta hiyo karatasi akaniambia vitu kama hizi hata hazi ukipatwa na polisi utashikwa. Na ndivyo tulifanya loji hapa na kutishia watu maisha na kuweka mavitu hapa. Alikuja akaniambia vitu hizi watu wa polisi wakikuja wakukute unaongea maneno kama hii utashikwa.
Sasa nikashindwa, kwani dunia tunaishi dunia gapi? Akaniambia inakuwaga hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia basi endelea. Gifted people ni kina Joseph. Joseph alikuja, alifaulu kufungua, kupapanua ndoto ya nani? Ya mfalme. Alipoifunua vizuri mpaka mfalme akaona hata kama ningepatiwa miaka 100 hii kitu singeweza. Na hata sitaweza. Akamwambia kwa sababu wewe ndio Mungu ametumia. Nikuona aliona nikijaribu kufanya hapa ujinga wangu yote itajulikana. Akamwambia wewe kwa sababu Mungu ndiye amekutumia, fanya hii kazi. Na akatoa mpaka pete yake akamwambia power yangu ndio hii. Akampatia mudhegi akamwambia power yangu ndio hii, chukua. Ni venye tu siwezi kuondokea hii kiti maana iko katika katiba. Lakini mimi nimekupatia madaraka yangu yote, nimekupatia because Joseph was gifted. Hallelujah. Joseph alikuwa nini? Gifted. Kwa hivyo watu wakikuja kwenye maisha yako ambao ni gifted, give them power. Wapatie kila kitu. Waachie wafanye kulingana na gift yao venye nafanya kazi. Na utafaulu. Hallelujah. Sijui kama tuko pamoja. Are we together? Nataka ikifika na 15 na 45 kila mtu atapatiwa kado. Kwa sababu nataka tuwakishe moto wa 2024. Ndio hawa watu wakuje. Most of us tumeanguka sio kwa sababu hatuna uwezo, kwa sababu hawa watu walikuja wakatupita. Mtu alikuja ako na gift ukaona anataka kuchukua kabuni yako. Mtu alikuja ako na gift ya uibaji mzuri hapa tukagoga akaenda. Mtu alikuja akiwa na gift ya kuhubiri, anahubiri vizuri. Najua mimi si mhubiri. Mimi nakuwa mhubiri kweli? Mimi ati niko mada. Mimi mambo ya uhubiri sijui sana. Sijui sana. Lakini kukwambia kutoa amri na kuangalia na jicho kingine tu unaona wacha nifanye kabla maneno hajakuwa baya. Ufunuo inakuja, ufunuo zinakujaga. Ile kitu unaonaka ninapatiana hapa mingi. Sikuage nimeprepare, lakini Mungu anailetaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna mtu mwingine anaweza kuja hapa ambaye anajua kuhubiri. Anahubiri kama yule anaitwa Noel Jones. Mshaiona mtu anaitwa Noel Jones? Anakuwa American, is a black American. Mnamjua? Ndio angalia venye anaanza kuhubiri pole pole kama apostle wenu. Lakini asana venye anahubiri anakaa kama mtu ameanza kuwekwa karobo. Anapada. Akienda dakika 20 hata ile kitu yote anasema uweze kusikia. Lord is kind. Sasa already ni saa nyongoa. Mwingine naona kama ni TD Jackson anaongea ni kama amewekwa kama mashini kwa mdomo. Huyo mtu kichidana mtu kama TD Jackson kuongea, utaongea nini? Utasema nini? Na ni kama mdomo yake imewekwa katika kanaongea, kanafanya ulimi inatembea hivi. Na kinasimama tu kinaendelea kikisema hivi. Kikiongea kinasema, kinaongea na hakuna mahali unaona akivuruta oxygen, lakini oxygen inajua penye itapitia mpaka kwa masikio. Because he is used to that. Sasa watu kama sisi tunaongeaga tu tunaongelea pale kado. Tunaongelea mafuta inakupigania. Lakini tukisema ni mdomo, mimi siwezi. Hiyo mdomo mingi siwezi. Magika na tigo. Najua Magia alikuwa anafikiria mimi ni mhubiri ule wa power. Bwana anasema unaenda kubarikiwa. Kuna mtu anaenda kubadilishwa maisha yake. Mtu mmoja aseme amina. Sasa nikisema hivyo nitaenda only 5 minutes. Nichoke. 5. Lakini tukiongea historia tunaongea tutaenda 3, 4, 5 hours kama nimesimama hapa. Na siwezi choka. Tutapiga story na story zangu haziishagi. Tutapiga story. At the end of the day utaenda nyumbani kama umebarikiwa. Lakini kuna mwingine atakuja hapa nyinyi wote msimame kwa viti. Amen! Hata pesa itaongezeka hapa. Nitawaletea siku moja hao watu tuitishe pesa. Tuongezee sadaka.
Wakikuja hapa ataongea tu na kusika microphone. Today somebody is going to be blessed. Amen. Unaona kila mtu paka unashindwa aya no aremoka kako kani ageni. Paka unajiona ni kama wewe si pastor wa kanisa, kama yeye ni mgeni. Maana akikuja tu unaona penye ameshika microphone, ile mgurumo yenyewe unaona kila mtu amesimama. Akianza safari unaona pesa zimejaa, hajaitisha pesa zimejaa hapa. Paka unashindwa. Hii ni ile pesa naitishaga paka napiga magoti. They gifted people. Sasa watu lazima unachanganya wote wanakuja. Manabii watakuja, simama, I am prophet Hezekiah. I'm going to prophesy to some. Prophesy! Can I prophesy? Prophesy! Can I prophesy? Prophesy! Sasa mimi nikisema sahi, I want to prophesy. Nobody hata hakuna mtu anasema. Na koja yaka munipatie backing ya kusema prophesy man of God. Hakuna. Lakini nileta mtu ajiite nabii hata Kanyari akikuja hapa atawatoa pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku Doni aliziletea mama mwingine nabii pale City Stadium. Mnamkumbuka yule mama? Yule aliwapora pesa. Alizi ulipora ngapi? Ukua, Karoli ulipora ngapi? Ulikataa? Hao mama sadaka tunajaribiki kuitisha sadaka. Lakini mama aliitisha. In 30 minutes alikuwa na pesa ya wiki yote mzima yetu. Na wale wametoa ni marafiki yako wa karibu sana. Na walitoa girigiri. Na kwa sadaka wanatoa kafefta na kamia. Na ni kafefta kamezeeka. Gifted people. Watu wako na uwezo wa kufanya kitu. Watu wako na uwezo wa kufanya maneno inafanyika. Hallelujah. Hawa watu wanakuja kwako sasa. You must accept them. Usiogope ati kwa sababu ako na kipawa kikubwa kuliko. Kila mtu ako na demarcation zake. Kila mtu ako na mipaka. Usibabaishwe ati kwa sababu Nanze Kihu amekuja ako na maneno mingi, anafanya anaenda narudi na kutoka. Usiogope. Kaa kwenye laini yako. Live within your limits. Stay where you are supposed to be. God knows you and God has given you a position for you. Hiyo ingine ni yake. Unaona huyu mfalme alipoangalia akaona Joseph venye ametoa maana hiyo ndoto. Joseph aliondokea. Maana aliona hata nikipatiwa hii kazi sitaweza. Aliondokea. Lakini sasa unaweza taka akuje nipatie unabii niwaambie watu. Utawaambia nani? Hebu sasa patiwa huyu mama. Nekela mtumio ruhusa soke au katoe unabii. Baba wewe upatiwe na huyu mama. Uanze utaanguka hapa within 2 seconds. Utaenda chini. Na huyu unaona nakanyaga huko nakanyaga huko. Na anaruka huko. Na within 10 minutes ameaccomplish mission mzima. Na unaona anaenda anatulia. Na ni kama hajafanya kitu. Hata ukikutana na yeye next minute, umuulize okugaga hata nyuma kwa. Tuma nawe. Mwadhani ya gosho. Bwana ziwe sana. Hawa watu wakikuja, waachie nafasi. Usingangane na wao, waachie nafasi wafanye, watengeneze. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kanisa yetu si ni mzuri? Si ni maridadi sana? Mimi nikiambiwa nitengeneze kitu kama hii sikiweza, maana sijui. Lakini kulikuja tu vijana hapa, tudogo tu, tumachachari. Ukaona wamebomoa, walianza kufanya bubum. Vitu zote zilikuwa hapa zikaanguka chini. Nikaambia si mungetoa vizuri ndio tuweke. Akaniambia hii hatutaweka. Nikamwambia si hiyo bao ni mzuri ya kuweka. Wakaniambia ni kuni utapeleka kwako. Sasa nikamuuliza how now? Wakaniambia wewe tulia tutakuonyesha venye hii nyumba venye itatoka. Mimi nikakaa nikavuruta kasturu kago nikakaa. Bubu ngenda bubu. Kukabomolewa mpaka nikasikia uoga. Nikachomoka pole nikaenda mpaka Nakuru. Sikuwa naenda Nakuru, I drove all the way to Nakuru. Niondokee hiyo stress. Nilikuja hapa after 3 days. After 3 days nikakuta kinyumba kinekaa ni kama kulikuwa na vita vya Israeli na Gaza. Baka nikasema nikapiga simu ile mlango ifugwe, landlord asipitie hapa aone mess ile iko huko. But 1 month later kila mtu hata landlord mwenyewe walikuja wakaangalia
nikaona mzee nikasikia wakiuliza na how much did you charge these people? Nikasikiliza, how much did we charge these people? Nikafuata pole pole, nilikuwa nataka kusikia what next, ameuliza hivyo kwa nini. Nikasikia wakisema that these people looks they are rich, ungewapatia bei ya juu kidogo. Hii nyumba imetengenezeka vizuri, it is very beautiful now. Unajua wale wa Kikuyu, wale masivo servant wa Kikuyu, wale wa kutoka Nyeri, it looks very very beautiful. Hey, Apostle, you have really spent. Apostle, this is a wonderful job. How do you expect to recover this money? Kwa sababu ashakufanyia hesabu, amefanya hesabu yako yote na amemaliza. Kwa sababu ile kitu imefanywa na hao gifted people, you cannot be able to handle it. It is explosive. Bwana Yesu asifiwe sana. It is explosive. If you allow them, they will transform your life. Wenye walitengeneza naonaka hata nyinyi wengi mnakujaga. Unajua mimi mnanioniaga kwa YouTube, kwa Saimokei, kwa Ketijijo, kwa nani mwingine? Bamase, nani mwingine? Kamuhujia, kwa Boya. Sasa lakini kwa Ketijijo ndio inashikaga sana, kwa sababu mnasemaga huyo mama si mzuri. Watu watoda kadi hadi sana wanafikiria katuko na kakitu ka relationship na Ketijijo. Na mimi nikaambia Ketijijo, sasa wacha tutulilie, tuweke watu Kiwaru hapa, tukaweka Kiwaru. Hata wewe ulikuwa na Kiwaru wewe. Hata huyu si ulikuwa na Kiwaru. Lakini at the end of the day mlisikiliza message. Sasa walipokuja hapa, wanakuja unakuta mtu amekuja anasema niwashoka kanisa kama fatiriki, sitarudi kwa kanisa ya mabati tena. Unaona mtu ametulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of what? Those gifted people. Kama ni mimi nikiulizwa, tungeweka tu tupake rangi, venye ilikuwa tupake rangi haraka haraka, watu wakalie viti. Lakini wakaniambia no. Ile klasi unakuaga, huyo kijana mmoja aliniambia, ile klasi unakuaga, lazima tukutengenezee kitu ya hiyo klasi. Nikamuuliza ninakuaga klasi gani? Akaniambia wewe tulia tukuonyeshe ile klasi unakuaga. Wewe akaniambia wacha tukupatie quotation, ukitupatia hizi material wewe uondoke uende, tutakupigia simu. Wakanipatia quotation, nikamwaga hizo vitu zote hapa. Wakaniambia sasa unaweza kwenda. Hatukutaki hapa mpaka miezi ngapi? 2 isha. Nikikuja hata mimi nilikuja. Nauliza hii kitu mumeikuja aje mpaka ikae hivi? Ni nini ilitumika? Kwa sababu nilikuwa nafikiria ni kimashini kitakuja, kikuje. Nikaona hizi mavitu mataa zinafanya pepe. Nikapanda huko juu kuangalia ni nini iko hapo ndani kama kuna kamashini. Wakaniambia ni teknolojia ya kisasa. Because they are gifted. Wako na nini? Gift. Kwa hivyo kama hauna gift ya kitu, wacha kung'ang'ana tutaifanya. Achia mwenye yako na gift yafanye. Kama hauna uwezo wa kufanya kitu, wacha kung'ang'ana. Achia yule mtu anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na itafanyika mzuri kwa sifa ya nani? Gifted people. Ndio mtu anaitwa Solomon alitumia. Solomon was not as wise as you people think. Hakuwa na akili hiyo mingi. Lakini alienda akatafuta wale watu. Kuna jamii inaitwa ya kujoga mawe. Kuna jamii ya kutengeneza vitu za chuma. Kuna jamii ya kutengeneza vitu za bao. Kuna jamii ya kutengeneza vitu za gold. Hao ndio alienda akachukua. Na kama tungekuwa werevu hivyo, hatungepata shida mingi ambayo tuko nayo sasa. Maana kuna watu wako na teknolojia. Enda pale jua kali. Hapa jua kali hapa chini. Mshaiona rogeo tengenezo? Rogeo ama karai. Wanatengeneza ameshika na miguu mbili hapa hivi na ataizungusha hiyo karai, anaikoka ting. Unaona inazunguka ting. Na anazungusha na tuna mguu. Inaenda na mguu.
Within 30 minutes unaona sufuria imekaa. Enda sasa ujaribu. Ati unataka udaki kutumia hiyo pesa. Ati haya kutili odoma wewe. Utakoka vidole zako zote zitaumia. Lakini huyo mtu anazungusha tu na mguu yake. Ting 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 ting. Because he is gifted. Allow the gift of people to work for the benefit of what God has given you. Solomon aliita watu wa Gorodi wakakuja, watu wa Jameson wakakuja, watu wa chuma wakakuja, watu wa bao wakakuja, wakatengeneza vitu. Lakini sifa ilikwenda kwa nani? Kwa Solomon. Kama ingekuwa ni mimi ningesema watu wataonekana ni kama ni wao wametengeneza. So we don't need them. Watakuja tuwatumie once, alafu tujue ile kitu wanafanya. A gifted person is a gift from heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. A gifted person, what he is carrying is a gift from heaven. It is not from your village. Sika kitu kutoka kishaki kwenu. Hapana, ni Mungu. Na ukimfukuza inaendaka pamoja na yeye. Na utakuwa mahapo. Kuna watu watatumwa kwa maisha yako kubadilisha maisha yako. Hallelujah. Gifted people are going to be sent. Na ndio naona mlango ya hii kanisa nimeifungulia watu wale gifted kabisa. Kabisa. Na nikiona nataka kupigana na wao ninakugoga. Waligaga kahasho. Nakugoga. Kwa maisha yako nimekubalisha, nimefungua mlango kabisa for the gifted people. Because I know they are the one to carry me to the next level of my life. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are destiny connectors. Hapa wako na power ya kukutoa hapa uende the next level. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaelewana. Hiyo tunashika vizuri? Yes. Nasikia Ng'ang'a akisema kai hau ni hotokele. Namba wanaita kwa burden bearers. Watu wa kubeba mzigo yako. Burden what? They are burden bearers. Hawa watu walibeba mzigo ya mtu mwenye alikuwa nanuka. Si mtu alikuwa na mapozi. Mapozi ni kitu mzuri. Ni mtu alikuwa nanuka. Mahira maihorete iroda na mahoha maihorete. Lakini walibeba na munuko hiyo yote. Wakabeba huyo jamaa mpaka wakampeleka. Wakatoboa mpaka nyumba. Just for the sake of this person apone. Walipomoa nyumba. Ndio wateremsha huyo jamaa afikie Yesu. Those are people we call burden bearers. People who will come and bear your burden. Watabeba mzigo yako. You never, yani, hawa watu hawataki uwalipe, hawataki ushughulike na wao. They will just come in, wabebe mzigo yako. Na wataubeba ni kama ni wao. Hallelujah. Wakati nilikuwa natengeneza bodi ya kanisa, hiyo ndio kitu ya mwanzo kabisa niliangalia. Nikaangalia wale watu tumetembea na wao, how have they carried my burden? Nikarudi nikaangalia hawa, how will they carry the burden? Na unaachilia na unaondoka kidogo, unakuta kitu kimefanyika na huko umesema, unajua kweli Mungu amekuonekania. Unakuta kuna kitu mpya kimefanyika, hakikuwa na haukusema, lakini imefanyika na imefanyika jinsi ukitaka. Ni mtu mwenye ako tayari kubeba mzigo yako. Ako tayari kupigana kwa sababu yako. Nikiwa hapa tu kwa ofisi, tukitengeneza kanisa, nimekaa kidogo. Kumbe kuna mtu ametumwa kutoka Ulaya. Ameambiwa kwenda uinvestigate hiyo ofisi ya Apostle imekaa namna gani, uangalie ni nini inahitajika. Siku nilikuwa nakalia kakiti kingine kalikuwa kasiku hapo, na kamesa kalikuwa kamesa kingine kale kako pale. Kuna kamesa kanakuwa pale. Hapo ndio kalikuwa kamesa kako. Mtu akakuja akasema ni story tu. Mafuta gani lako hela muno kahida gaka. Kanidani adhakara muno. Kumbe kuna kapicha kanachukuliwa kipurani. Ameweka ka video nachukua. Kuna mtu anaangalia akiwa ng'apo. Kaka kidogo nikasikia tumenunua meza ya desk yako. Just from far away. Sio hapa Kenya. Hiyo ilitoka bali kwa sababu kuna mtu alibeba hiyo mzigo. Mimi nikae mzuri, kameza kakae mzuri. Tukakaa kaka kidogo tukaona mama mwingine akakuja ametoka Germany. Yepe. Alikuja kutoka Germany. Alikuja. Akakuja akabomoa ofisi yangu yote mpaka nikamuuliza,
Now what are you doing? Akaniambia wewe kaa chini, acha tutengeneze ofisi, Mungu atakubariki. Nikaondokea aibu. Baadaye after 1 week nikaambia you can come back to office. Kuingia kwa ofisi. Ile kitu yote nilikuwa nimeweka kwa sababu ni mzuri, imeng'olewa. Nilikutana nayo pale. Buju ameiweka kwa gunia, ameenda kuitupa. Kuingia kwa ofisi nikakuta a magnificent office. Kitu mzuri. Flow inawekwa mzuri, ni tule tubao. Ukikanyaga tule tunataka CEO. Unasikia kamukanya kanalia kang. Kwa kamuke kamzuri. Ka kitchen kakatengenezwa mzuri. Gina wale watu walikuwa nataka kunimalizia hapa wakashindwa sasa. Kule kukakuja mtu mwingine anaitwa Oliver. Akaweka roko pale, akaweka ingine na milango ni kama 20 yote imewekwa roko. Na vifunguo zote ameweka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ujaribu ukanyaga kwa hapo. Anakuuliza, how can I help you? Unajua amekaa majuu sana. How can I help you? Sasa anakaa kama tumusugu tumukoroni. How can I help you? Do you have any business here? So mpaka unajua haukuelewa hiyo Kisugu, unafikiria na kwambia welcome. Sasa Magi hakusikia hiyo Kisugu. Aliulizwa, do you have any business here? Akafikiria anamuuliza business card, akamtolea business card. Anamuuliza, "Nikio unaenda huko? Wena wira wako huko?" Haleluya. Lakini nakuta amepanga vitu vimepangika. Ofisi imepangwa. Watu wanakaa venye kunahitajika, venye kunakaa, kila kitu imepangwa. Those are the people who carries your burden. Ukiingia kwa ofisi nakuta imesafishwa, ni clean. Kameza kamepangwa vizuri. Sasa how they are burden, they are people to carry their, and ni watu wabaya, si wazuri. Watakufukusia marafiki wako wote because wanajua. Wakikuja wameona ile life ulikuwa unakaa, wanajua ulikuwa unakaa na watu wanaitwa mediocres. Unaikala na dogo modisiado. Baka hawakuwa naona kiatu yako inafaa kupakuswa. Si unaona anakuja akiona kiatu iko barara hapa, anakuja na kabrasha na pakusa hivi. Amebeba burden. Kuna watu watabeba mzigo yako. Watakuja kwenye maisha yako, wabadilishe maisha yako, not because of any pay. Watakuja tu, hawatauliza unataka tufanye nini hapa? Hapa tutafanya, we need your approval, we need this, we need apana. They do it as though it's theirs. Kwa sababu wako na anointing ya kubeba badani yako. Semeni amen. Wako na nini? Na burden. They are trusted and faithful. Those people. Ni watu ambao you can trust them. And they are very loyal and faithful. They will stay with you through storms until you will end the struggle. Wanaendaka through the storm. Na hautasikia akiongea ubaya yako. Hata akisikia ubaya, anazima moto. Atazima moto yote. Anakuja kukuambia kuna moto ilikuwa inawaka pale lakini nimezima. Bwana Yesu asifiwe sana. They carry your burden. Atakuta mtoto yako ni mwizi na anakuta amemkuta kiiba, lakini anafunika hiyo aibu. Anaficha mtoto yako. Utakuja kujua baadaye. Anakuja kanisa kama hii, anakuta kuna watu wanafanya maneno hapa. Unakuta ametuliza tu. They are faithful, they are genuine, they are trustworthy. The people who carry your burden, they are very faithful. Ni nini mami? Kutulia. Bayaka. Chukua hiyo mshuma. They are very faithful. They are very genuine. They are very sincere. Usiwaogope wakikuja kubeba mzigo. Wakikwambia wacha nikubebea mzigo, usiwaogope. They have been sent to you. Hawa watu wanakuja mwaka ujao. Sema Bwana Yesu asifiwe sana. In fact wako na dakika ngapi kabla wakuje? Wako na dakika 10. Only 10 minutes wataanza kuingia katika maisha yako. Si masubua hawa watu. Si lazima wakuje ati unataka tufanye nini? Hawakuulisaki. Unataka tuende wapi? Hawakuulisaki. We need your approval. Hawataki your approval. They carry the burden. Watatumia pesa yao wafanye hiyo kitu.
Utaona mtu anaingia kwa mfuko anatoa hata milioni 1 anakupatia, na hakupatii umrudishie. Anakwambia chukua, enda, go solve your problem, we shall meet in another place. Those are people who carry your burden. Those people are coming who are going to carry your burden. And ask God, mwambie Mungu, ni mimi nataka kubeba mizigo ya watu. They are called burden carriers. Na mwambie nataka kubeba mizigo ya watu ambao hawana pesa. Mwambie hivyo. Mwambie nataka kuwa mtu wa kubebea watu mizigo wale hawana pesa. Si mwambie hivyo. Mnaogopa. Na shida leo bila siliumba wako. Ukimwambia hivyo, nataka kuwa mtu wa kubebea watu shida zao, atakupatia atafungulia store ya pesa. Unasikia sasa amen zimeanza kuingia. Amen is carry the burden, the kwanza financial burden. I carry the financial burden. Si mnaonaga? Wazee wote wanakula vizuri. Vijana wakikuja, mtu akikuja kwa nyumba imefungwa, I pay for the rent of the people. Nalipa. I carry. Na mimi sijawahi kosa pesa. Ushaikutana na mimi nikikwambia sina pesa? Aduacha mani nani? Italebesha. I'm a young man, very rich. I'm very rich. Very rich. Hivi unaniona? I'm a multi-billionaire. Hallelujah. I'm a multi-billionaire. Weka hapa na hiyo shida yako na kushida ukijikuna kichwa. Te komete muno. You will never hear me say komete kwagu kukauke aje sasa. Na niliambia Mungu nipatie mabega kubwa ya kubeba mizigo ya watu. Nyinyi wewe uliambia Mungu akuondolea mzigo, akaondoa mpaka mabega akaleta kwa kidogo. Hakuna mabega yako haiwezi kubeba kitu. Mimi niliambia Mungu niongezee mizigo na unipanulie mabega nibebe. Ndio naona nabebaka kila mzigo wa kila mtu. Ninajua siri. Ninajua nini? Ninajua siri. Siri ni kuambia Mungu nipatie mabega na upanue mabega yangu. Usianze kumwambia gai. Bwana neno kelite jana ni aluoro gai. Akikuondolea hiyo ruo atakuondolea. Mungu is faithful, atakuondolea. Na wewe hautakutana na mtu wa kusaidia. Na atakuweka mahali usaidiagwe. Upaduli wako mpaka dawa ya kukunywa. Apia Mungu asikuondolee matatizo, akupanulie mabega. Hapo siwezi sikia amen. Nasema apia Mungu akupanulie, asikuondolee mizigo, asikuondolee matatizo, akupatie mabega kubwa ya kubeba mizigo. Amudhikiwa amen cheka. Ati ya leo sasa nibebe mizigo ya watu. Kuna watu namwambia hapa I pay, I do na kuuliza how now? Yaani hauna kazi na pesa yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. By the end of 2024 December hapa nitawaletea bank statement yako. Itakuwa na kwenye account yako itakuwa na over 2 to 3 billion shillings. Na sio ya kujenga nyumba. Ya kupatia watu. Ya kupatia. Na pia Mungu niletee watu zaidi wako na matatizo ya pesa. Bring more. Nauliza Mungu, gaiko tauma serious. Niletee watu zaidi. Paka mtu mwingine ameniangalia na shida gai. Wewe muda karawana kiongo kiega. Niko na kichwa mzuri. Kiongo dena kiega pio. Ndiri ndera ngai ajehererie thina. Ndimwiraga anyonge ahekia dekenene gya gukua mathina. Nigetha wona ugashuhirira. Wona ndio uliona nilipatia watu kifua ya kulilia. Nilipopatia watu kifua ya kulilia, wakafikiria wamependwa. Hiyo ndio ile shida inakuwa. Si ati wanakuaga ni wanataka mimi ni waoe. Lakini venye ulikuja, si ulikuwa na shida sana. Ulikuwa umefukuzwa. Tuseme for example. Wewe tuseme for example ulikuwa na matatizo, umefurushwa. Na huyu for example na yeye alikuwa na shida. Ukakuja nikakupatia bega. Na kwako unaitakwa ubwa na nyau, nogo, takataka. Huyu na yeye anaitwa mwenda wa simu. Huyu anaitwa mugorokio.
Sasa nimekwambia pole sana, nimekushika. Huyu mwingine leo wega konyitwo ne kana ukuwete kana gakwenyitire hata kamanke. Ucio kiokole kimundu tagike gira konyitaga kwira pole sana. Hiyo ndio problem ilitokea hapa. Lakini niliambia Mungu usiniondolee hiyo. Niletee weki kama hao, ni utawapatia hapa. Na ukiona umelia machozi imekatika, wewe ondoka, wacha mwingine akuje. Wacha kukaa hapo sana, wewe ondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna mtu anahitaji hii. Hii nimepatiana. Kesho hata ukisikia kuna mtu wako analia, alipigwa na bwana yake, mlete. Najua bwana yako akisikia wako Mungu karibu na Waruinge, anahepa tu bila kuambiwa. That is why God gave me a shoulder for you to lean on. Mahali ya kuja kulilia. Na sasa ukikuja ukiona machozi imepunguka, imeisha, ondoka. Usiende beyond that. Usianze kusema oh my God, I want to thank this man. Usinithank na hiyo. Usinilete thank you. My God will reward me. Mungu wako anajua jinsi ya kunibariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Si tusimame. Alafu nitawaambia hiyo ingine. The fifth one. Tulisema ni 5. The one that will light your life. A destiny connector to light your life. Mwenye atakuja uratoire dumaine duroeginya kwehuba. By the virtue ya kutembea na mimi unaweza kakuwa kananyoroka kadakuwa kazuri. Mama kama huyu unaona amefikisha kwa pale. Na akikuja hapa alikuwa anavaa nguo zimefika hapa. Na akikuja hapa hakuwa anafikiria ako na kitu ndani yake ambayo inaweza kufanya kazi ifunguke. Alikuja hapa nikampatia yako hekelera, nikakupatia mafundisho mzuri. That is why you are today. Watu wengi wamefungua biashara. Si umeona kama huyo? Maisha yake yamefunguka. Hallelujah. There are people that will come into your life and your life just lights up. Inafunguka, inawaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka kila mtu mwiko na kiberiti. Nataka muhakishe hivi kado. Chukua hakishia wengine na hii. I want to light up your life. Wewe unanichoma. Hakisheni haraka haraka mwende speed. Nao tuko kwenye mtu wa 5 and this mtu ni mimi. I'm lighting your candle. I'm lighting your life. Maisha yako inawaka sasa. Ashas. Kila mtu akishe. Thank you. Are we there? Lift up. Ay, nimezima. Na kisha yako nazima yako. Thank you. Inua tu juu. Light up your candle. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kutoka leo ninatangaza ya kwamba as we enter 2024, your life has been brightened. Your candle has been lit. Maisha yako yatakuwa na mwangaza. Biashara yako itakuwa na mwangaza. Watoto wako watapata mwangaza. Huduma yako itapata mwangaza. Maisha yako yamefunguka tena. Nyota yako imewaka tena. All that they had stolen from you, from now, imewaka hivyo. Inua kando yako juu, ufungua kinywa chako, ambia Mungu sasa, nihakishie mtaa yangu sasa.
Taa yako imewaka sasa. Taa yako imewaka sasa. Nitahesabu 1 kutoka nianze 59, 58, 56, 55, 45, nitahesabu kutoka 1, 10, sema 10, sema 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! 2024! 2024! 2024! Nyota yako iwake. 2024! Mwangaza wake. Inua juu kabisa. Inua juu kabisa. Inua juu kabisa. Your light has come. 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 Hallelujah. Worship. Let's celebrate. Watch us celebrate. 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 Thank you, Jesus. Yes. It shall be permanent. Somebody sing. It shall be permanent. What God has. Inua to you. Usiwache chini. Inua juu. Put your lights up. Inua mkono juu kabisa. It is permanent. Haya toka. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me,
Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. My blessing shall be permanent. It shall be My grace permanent. shall be permanent. For the Lord has done for It me. shall be permanent. It shall be Permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. Oh, the Lord. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. I say it shall be permanent this day. It shall be permanent. What the Lord has done, it shall be permanent. It shall be Permanent, say permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, It shall be permanent. it shall be It shall be permanent. It shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. What the Lord has done, What the Lord has done for me, it shall be permanent. it shall be It shall be permanent, 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 permanent. It shall be What permanent. the Lord has done, What the Lord has done for me, it's forever and ever. it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be It's permanent. a permanent thing. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be It permanent. shall be forever and ever. It shall be It's not permanent. season about permanent. It shall be It permanent. lasts forever. What the Lord has done for me, it shall be So permanent. it shall be It permanent. shall be permanent. Oh, permanent. It shall be permanent. What the Lord has done. What the Lord has done for me, Hey, permanent. it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. Hey, permanent. It shall be Oh, permanent. What the Lord has done for me, hey, permanent. it shall be Say it's gonna be permanent. permanent in my life. It shall be Hey, permanent. permanent, permanent, What the permanent. Lord has done for me, what the Lord has done for me, it shall be It permanent. shall be permanent. It shall be It permanent. shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has What the done. Lord has done for me, it shall be permanent. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. Done me well. You have done me well. Oh, you have done me well. Yeah, Jesus, Jesus, you have done me well. You have done Hey, done me well. You have done me well. Baba, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema. Yesu, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Baba. Yesu, umenitendea, Baba, umenitenda mema, umenitenda mema.
haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba, haijawa kufika hapa, kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa, kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba, umenifikisha umbali huu, kufika hapa, ni mkono umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba, Just a minute. Shika sadaka yako. We are crossing River Jordan. Shika sadaka yako. As you cross to River Jordan, you cross over. It will never be the same again. It will never be the same again. Umeshughulikiwa na dunia ya 2023. 2024 hautashughulikiwa. Tunafunga mlango wa 2023, tunafungua mlango wa 2024. 2024 with your sacrifice. It is 2024 with your sacrifice. Bring it here. Let it happen. Let all your sacrifices here. Bring as you usher in your life. As you make your difference with your life.
as you make your difference with your life, as you make a covenant with your life. Do you know one thing? Number 5, that man that will come to light up your life. Mumemwana. Did you see him? The angel of the Lord appeared to you, and your life imewakwa moto. You are no longer the same person that you used to know. Let haraka, because I want now to celebrate. Wewe, wako wapi? Twende hii. Wewe. Twende hii. Tayanje Yesu, tayanje. Tayanje Yesu, tayanje. Tayanje Yesu, tayanje.
Tukae chini tu dakika moja. Niwaambie venye mwaka itaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Usizime taa yako. Weka chini ya miguu yako hapo chini. Wekelea hapo, weke chini ya miguu yako. That is your light. Ukizima umezimikia mahali ya kuanzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't put off your light. Ukiweka off utahitaji maombi ya mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. How many of you are happy? Happy New Year. Happy New Year. 2024. 2024. 2024. Wapi nuru ya 2024? Can I talk to you?
No, the lady behind you. Naweza kuongea nawe. The pink. Come. Are you saved? Kapisa. What is the problem in your life? 2023 kupelekaje? Huh? Na uko na bitterness mingi sana. Ya 2023. Sogeza karibu hapa. May God of heaven see you through in 2024. I silence every demonic power in you. I destroy every covenant of Lucifer that has been working in you. I uproot all the foundation of the demonic forces in your life. In Jesus' name. Thank you. Thank you. Nataka niwaambie tu kitu kidogo, usikilize tu. Kando yako izisime, because we have tumeakisha moto wako. Kama ni biashara ilikuwa ifanyiki, kutoka leo inafanyika. Kama ni doa ilikuwa haifanyi kazi, kutoka leo inafanya kazi. Kama ni kazi ilikuwa ifanyi kazi, it has started now. Anything that they stole from you, it is with you now. Kila nyota ambayo waliiba, you got it now. Hallelujah. Anything, kama ni pesa zako walichukua, umeregeshewa. Mimi nimeingia kwa mfuko, nimekuta niko na madola, niko na mapound, niko na ingine inaitwa euro. Miki zilikuwa kwa mfuko, sijui kule zimetoka. My God has transformed me. Kama ulikuwa umenizoea jana, last year, venye ulikuwa umenizoea last year, don't dare me again. Ama mimi ni mtu tofauti. Wacha nikwambie how change. We baba, hiyo mambo ya last year usitulete hapa. Nipatie sauti mzuri. This is the year that you must put your focus. Sema focus. It is the year that you must put your focus. 2023 walicheza na akili yako. Na walikuagusha kwa kucheza tu na akili. Na walikuletea kaunyoya kapusi na wakakwambia ni uchawi na ukafikiria ni uchawi. This is the year you must focus. If you are a career person, focus. If you are a teacher, focus. If you are a pastor, focus. If you are a praise and worship team, focus. Katika kazi yako na ndoa yako, focus. Sema focus. Kitu ya kwanza mutaona. This year, you shall focus on your vision. Strictly, you focus on your vision. Don't focus on anything. Stick to the vision. It will reward you. You are sticking to that vision. Iyo kioneki yako, God will do something in it. Number 2, you shall become what you give your attention to. This year, utakuwa kile kitu akili zako utakuwa umeweka hapo. Kama utakuwa umeweka akili ya kuchugusiwa watu, ya moshene, ya udaku, utabakia kuwa mudaku. Where you put your mind, your attention, that is what you will become. Kama attention yako ni kujenga manyumba ya gorofa, utajenga manyumba ya gorofa. Kama attention yako ni kuwa pastor mkubwa, utakuwa pastor mkubwa. Kama attention yako ni kusucceed, you will succeed. You will become what you will put your attention to. Si nilikwambia ni mwaka ya wewe kujifanyia maamuzi. Huu ni mwaka wa wewe kufanya maamuzi. Si Mungu atafanya, ni wewe. Ukitaka kukua chokora utakuwa.
Kama utakuwa ukifuata udaku, unatunaba tu simu, utachukua wewe, unataka kujua huyu anasema nini, huyu anataka kusema nini, huyu anakuchugia hapa, you will remain a pupa, utabaki kuwa maskini. Hallelujah. Kama yani whatever you want to become, you will become. Number 3, pay any price to protect your focus. Lipa gharama yoyote to protect ile kitu merega. Pay any price to protect your focus. Kama umeamua ni kuhubiri, pay any price kuhakikisha focus yako imechungwa. Kama ni biashara, pay any price to make sure your business is protected. This is the year where you must jealously guard your vision. Do not allow any person to interfere with your vision. Hallelujah. Do not allow, usikubarishe mtu yoyote. Awe ni bibi yako, bwana yako, mtoto wako, mfanyikazi, rafiki, adui, wote. Usikubarishe. Pay any price. Lipa gharama yote. Hata kama ni kuondoka, uondoke ulipe gharama. Lakini ulide hicho Mungu amekupatia. Maana maamuzi ni ya nani? Huu ni mwaka wa maamuzi yako. It is a year that you are going to succeed big time. A year you are going to fail big time. The choice is yours. The book is open. The check has only been signed. Check imewekwa signature, lakini haijawekwa pesa. Na umepatiwa, unaambiwa aende uweke pesa ile unataka. Hapo nasikia amen kidogo. Use every proper means to protect your image. Use every proper mean to protect your image. Meaning, kuna watu watajaribu kukuharibia jina. Kuna watu watajaribu kupigana na wewe. Kuna watu watajaribu kukuinukia. Kuna watu watasema watakulipua. Use every mean that is within you to protect your image. Usikubalishe mtu ana maana kwako akuwe kwa maisha yako. Kutoka hapa, wende uangalie phone book yako. Wende uangalie nini? Wale watu hawana maana kwenye phone book yako, udelete wote. For you to succeed, lazima kuna watu watatoka kwa maisha yako. Hata kama huyo mtu ni mtu unaonaga bila yeye utakufa, mutoe uone kama utakufa. Nasema hata kama unaonanga ukimutoa utakufa, ende umutoe. Tutakuja masisi yako kama utakufa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. This is a time that you must make bold decision. Very powerful and a bold decision. This is a moment that you must relook at yourself. Whether wiki hii kutoka tarehe 2 tunaanza maombi ya 21 days. Hakuna mtu atakuchuga. Hakuna mtu atakuuliza wewe uende ujipage. Na katika hiyo 21 days, enda kwa maisha yako yote round. Angalia wale watu haufai kuwa na wao. Ile nguo haufai kuwa nayo. Ile marafiki haufai kuwa na wao. Na hata wale maadui hawafai kuwa maadui wako. Kuna watu umefanya maadui na hawafai kuwa maadui, wanafaa kuwa marafiki. It is a year of turnaround. Rewriting your story. Bwana Yesu asifiwe sana. After hiyo yote, go sit down after 21 days and wait for the manifestation of God. Just go sit and you will see how God will manifest in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ningekuwa nasikia amen. I wish ningeleta nabii mtu wa prophet. Prophesy. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? I prophesy.
Wanasema, man of God prophesy. Can I prophesy? Ya mwezi kufikia hao watu. 2024, angels will protect you. Already here. Mumewaona? Nani ameona angel hapa? Who saw angels? Ina mkono wako kama umeona angels. Huyu alirushwa kutoka pale. Aliinua pale Ketijijo, alishughulikiwa. Naona si uliona kiherehere ya Ketijijo iliisha. Alikuwa anaona kamutu kakushuherera. Venye alinyanyuliwa. Hata atakage tufanye interview. The last interview tulifanya siku hiyo. After seeing the reality. Huyu kijana venye ameinuliwa kutoka pale, akaletwa hapa hajui. Alikuwa anatembea kwa mgongo. The angels have been sent to come and give you protection. They will be whispering to you and guiding you. You will not make mistakes. Hallelujah. Na ukijaribu kuingia kwa mistake, watakurudisha. Kuna watu walikuwa magonjwa hapa. Walikuwa na magonjwa, diabetes, pressure, cancer, many diseases zilikuwa hapa. Nimeona zimewekwa kwa gunia, zimebebwa. Kuna watu walikuwa hapa, success was a dream. Yani success in any field was a dream. Nimeona malaika wa kubeba hizo mashida zote alikuwa hapa. Amekusanya zote na magunia, ametoka Meda. Kuna watu tulikuwa tumekaliwa na mabwana zetu. Kuna watu tulikuwa tumekaliwa na mabibi zetu. From today, nimeona hiyo vitu zote zimekujwa zimeenda. Hiyo matatizo ya kuonewa na kudharauliwa imeisha. It is no more. Sema X. Hi. Sema X. Ile prado ya white iko karibu kukuja. Sema amen. Oh. Church, God is saying, return and respect your fathers. The devil will devour your fathers, your spiritual fathers. Church, fathers hao unaona kwa Kenya, wale fathers wataatakiwa in a bad way. Utasikia huyu amepatikana na skado, huyu amepatikana na skado, because the fathers ndio watu wameshikilia inchi. Na watagogwa ndio nyinyi mkuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So pray for your fathers. Church, whichever the father, Bishop Harrison, Bishop Getoga, Bishop nani Kibarabara, whatever they call themselves, wherever they are, take your time and pray for them. Kuna mnyama ametumwa wa kuwatafuna. Watatafunwa mmoja baada ya mwingine, na wataachiliwa maskado irresistible. Kenya msima itakuwa ikisema kai anoda ugete. Nilisema tu. Nilisema hii kitu italipuka, lakini zote zitakuwa skado, so that the church can be destroyed. Kutoka mwezi wa 6 muombe sana around June. Wao wazungu wa corona wa COVID wanataka kuleta COVID ingine. Wanataka kuleta lockdown. Around mwezi wa 6. Mkiinuka mshikane mikono, itakuwa kwa wazungu, haitakuwa Kenya. Itarudi kwao. Kutoka mwezi wa 5 wa 6 hapo. Watch on that month. It will be so disastrous, because wanataka kuleta the final blow ya kufunga kanisa. Wakileta hiyo kitu, kutabisemekana kanisa hakuna kwenda. Na kutoka hapo kurudi kanisa lazima ulete certificate. Wanasema passport, COVID passport. Itakuwa certified ya kwamba nao wewe uko na 666 to open a church. This year
utaona mabishopu wengi na mapasta wengi ambao walikuwa kwa shetani wakijitakasa life. Kanisa, mtaona watu mlikuwa mnafikiria huyu ni pastor, kumbe ni LGBTQ, ni wana huko nyuma. Watajitakasa, maana ile vitu wataletewa na hao watu, it will be irresistible. Wataambiwa tunakupatia 500 million na wewe takasa. Watajitakasa. Hallelujah. Pray for the government ya William Samoei Ruto. This year will be the hardest for it. Watapata a resistance ile hawajai kupata. Akirudi wasipotoka kwa laini ya Mungu watatoboa. Lakini wakitoka kwa laini ya Mungu, Mungu atawaondokea. Kuna uwezekano tuwe na early election. Kuna nini? Decision ni wao watafanya. Maamuzi ni yao. Wakifanya maamuzi mzuri warudi kwa Mungu. Maana waliingia na tiketi ya Mungu. Lakini walipofika kule wakakaa na shetani. Walizungukwa na watu wao. Wamemezwa na wamekamatwa. They have no power. So pray for that government. Pray for Gachagua. The deputy president atatumika kupigana na watu wao ndio wakuje wamtoe. Akigokana na watu wao wote, akogana na watu wao, yule mtewa kwa maji atakuja kusema Gachagua must go. Na watu wao hakuna mtu hata mmoja atamtetea. Mumuombe arudi back to his senses. Hitidele yale ya mwana. Lakini atatumwa akuje akule watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja? Church, the synagogue. Mungu atawapatia kibali cha kiajabu. Mungu atawapatia kibali cha kiajabu. Lakini kuna condition. Kuna mizigo mumebeba kuanzia kwa apostle wenu. Mweke mizigo chini. Kuna mizigo apostle wenu amebeba na nyinyi mumebeba. Mkiweka hiyo mizigo chini, dunia mzima italetwa kwa hapa. Bwana aliniambia niambie watu wa kanisa muombe apostle wenu sana. Hallelujah. Muombe nani? Na muombe wafanyikazi wote wa nyumba hii. Muombe. Na mmoja akaniambia ile maombi mmekuwa nayo sana ya tall dark and handsome. Hiyo amecancel, imeondoka. Imeondoka. Imeenda. Sema imeenda. Sasa kuna revival inaanza kutoka mwezi wa pili. Itabadilisha Kenya hii. Na moto ile itawaka Kenya kutoka hapa. You've never seen it. Hello. Ateke. Ateke. Maguru. Tuthiaga maguru ni gutugurira mutokari. Shasharaga mathia maguru de magurire mutoka. Thini wale twa Yesu Kristo mutoka ni woka. By the way niliona basi 12 hapa nje. Na nimeona kiroli kikubwa kile kia matagaso. Hallelujah. Na nimeona tumezunguka kaunti zote 47 za Kenya. Mungu ameniambia katikati yenu kuna watu ameinua. Kuna watu wameinuliwa. Kuna watu watatu wameinuliwa. Kuna watu ambao watakuwa watu
ni Walawi, watu wa kufanya kazi ya Mungu. Katikati yenu kuna watu atainua ambao watakuwa ni kingdom financier. Kuna watu akaunti zao zimefunguliwa sasa. Kuna watu mtapata international connection ya finances because of the work of the Lord. Hallelujah. Kuna watu mtaanza kusafiri ng'ambo, mkirudi mnaanza kutembea ni kama kwenu. Na ni mimi nitaanza. Hallelujah. Ni mimi nitaanza. Mungu ameniambia mwezi wa kwanza wa Januari. Utakuja mwaka gani? Januari itakuja lini? Already tuko Januari. Safari ya kwanza imefunguliwa. Na hiyo safari imefunguka. Nitaenda country 9 in Europe. 9. Muangalie, mkwe mkiangalia mtandao, kwa sababu sitawaambia nikienda. Sitawaambia. Mkwe ukiangalia mtandao nitakuwa nikiweka pin now in Spain. Nikikaa kidogo after 2 hours now in England. Nikikaa kidogo nakwambia now in Switzerland. Na nitakuwa nikipigwa tu kapicha na watumia kama kale kama kapicha ka kufanya mulie kake waru. Hiyo kapicha kake waru nitawatumiaga kidogo kidogo. Mungu amesema Moshenei katika CFF amemaliza. CFC amemaliza. Watu wote wa Moshenei wamepigwa transfer. Kama unajua hapa kulikuwa kuna mtu wa Moshenei, kuja in 2 weeks time uwatafute, hautawapata. Watakaa tu nyumbani wanashindwa kutoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu atainua matajiri kwenye nyumba hii. Biashara ambazo zilikuwa zimefungwa, hazikuwa zimefungwa, ni Mungu alikuwa amesimamisha ndio akutrain. Katika hii nyumba kutatokea watu 7 ambao watakuwa wakiinua mkono hivi viwete wanatembea. Katika hii nyumba kuna watu watainuliwa, hii kikundi ambayo itatembea dunia mzima because of singing. Mungu ameniambia nikwambie, this is a shelter. This is ni mti mkubwa ambao uko na kivuli hapo chini na uko na matunda. Watu wote kutoka dunia watakanyaga hii madhabahu. Mumebarikiwa. Milango yenu imefunguliwa. Mlango yako imefunguliwa. Mlango yako imefunguliwa. Any challenge ulikuwa nayo imefika mwisho. Lakini maamuzi ni ya nani? Ufanye maamuzi. Fungua kinywa chako. Inamisha uso wako. Fungua kinywa chako. Mwambie Mungu, I am a partaker of this. Mwambie Mungu, mimi niko hapa. Nimepokea ujumbe huo. As our praise team watatupeleka, tuendelee hapo kwingine. And the God of heaven will bless you. Nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako,
sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile vilivyoambiwa juu yako. Tena sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako. Tena sauti yako yanizidia sauti zote. Tusimame kwa miguu yetu ninazosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi. Tusimame ya vile nilivyoambiwa juu yako. Tena sauti yako yanizidia sauti zote